utirege akarugukwo unetedia gwetirira manyingi na bakora ogera kiwege gutuma gitire uingi na hariho kaigua ma le akoragwo na kindu gutuma heni mare ikawa ere mwetu yani uge wa Ngai ere tugaga maya Ngai ere kai ere tuga maya Ngai reke ngwire nekuwate hatire mege tiga ya mutebi hatire hauga mege tiga ya mutebi na yu mutebi yeketie gutuba atiga gukubiri nakoragwo aheanite uge wake na gikoragwo muthuri hari uguo onapati muthuri mundu wa Ngai hau niguo magikira wira ati kuria umete kana wakure okundu ni kuri mitaratara kana watho wa kurumirirwo gutire mundu atari mitaratara wono uguo kwa mitaratara ona kundu gutu kwa Ngai ni kuri mitaratara ya kurumirirwo ucio niguo watho wake tariu wewe wakure ciana ciaku nĩakoragwo igĩka watho kauga atĩrĩrĩ kũngĩkinya thĩ ĩmwe ndikoneke mwekenja kũngĩkinya thinacara na nuthu ciana ciothe cikorwo cingĩrĩte mũciĩ ũcio nĩguo watho wa kũrũmĩrĩrwo wa nyũmba ĩyo ũcio nĩguo ĩyo nĩyo mĩtaratara ya kũrũmĩrĩrwo na hĩndĩ ĩrĩa mĩtaratara ĩyo yauma-rĩ harĩ andũ hathiaga unyitanire halo hĩndĩ mĩtaratara ĩyo yauma-rĩ harĩ na andũ hathiaga nĩgũkorwo tuge mwana ũcio nĩahũragwo kĩndũ gĩgwĩtwo kabiũ akanyihĩrio rĩu nginya mathaa ma kũingĩra atige kũingĩra thinacara akaigagia 11 nĩ kũgeria kũrũnga mwana ũcio atĩ hĩndĩ ĩngĩ ndakanagerie kuna watho wa nyũmba ĩyo rĩu agĩkorwo kwa mũndũ nĩ kũrĩ watho-rĩ nĩngwĩra tũtĩkanĩria na kwa Ngai nĩ kũrĩ watho kwa Ngai ta nyũmba ũguo nĩngwĩra mwĩkĩre wĩira nginya nyũmba ĩgwĩtwo kĩrabu nĩ kĩrĩ watho gũthiaga wakora kĩrabu tuge gĩgakorwo kĩandĩkĩtwo atĩ no hooking ona ngari kĩrĩ watho citwarithaga cima ta cia gũtũtwara taũni ũgathiĩ ũgakora kũndũ ingĩ kwandĩkĩtwo no doing this and this gũtirĩ nyũmba ĩtarĩ watho rĩu nĩngwĩra tũcokie meciria maitũ harĩ rĩrĩ harĩ Ngai mũtũndu na ici cia Ngai-rĩ ici itianagĩrwo thoni ciaragio ũrĩa ihana tondũ thĩinĩ wa Gĩkũyũ nĩ kiugaga atĩrĩrĩ kĩrĩra-rĩ kĩrĩra nĩ ũrathoni ũngĩrũthĩrĩria ũcio mwĩnake hau-rĩ arĩ mũndũ wa nja kana arĩ mũndũ mũrũme-rĩ angĩkorwo nĩ mũndũ mũrũme-rĩ tarora inyuĩro rĩake harĩa rĩrĩ na gũgĩkorwo wĩ mũndũ mũrũme-rĩ tarora rĩaku harĩa rĩrĩ angĩkorwo wĩ mũndũ wa nja wĩ hau-rĩ harĩ mũndũ wa nja ũtagĩaga mwana naruo tiga ũguo ũrĩa wĩ gũkũ Kenya-rĩ agĩaga mwana naruo ũngĩthiĩ rĩrĩ Amerika-rĩ agĩaga naruo mũndũrũme harĩa kĩiga gĩaku kĩrĩ wĩ mũndũrũme-rĩ onakĩo mũndũrũme ũcio ngĩgũka na niĩ wona ona gĩakwa kĩrĩ o hau na njĩra nguhĩ-rĩ ũguo nĩ kuuga atĩa na njĩra nguhĩ ũguo nĩ kuuga mũtũmbi kana mũtũraihu gũkũ thĩ-rĩ nĩ ũmwe tu na arĩa ũmwe-rĩ nĩ atĩa gwathire tũgĩkorwo twĩna ihĩko nyingĩ nĩ atĩa gwathire tũgĩkorwo tũgayũkanĩte nĩ atĩa gwathire tũgĩkorwo na ndini itathiraga ũmũthĩ ũngĩrũgama haha ũtare makanitha marĩa maihũire gũkũ bũrũri ũyũ ona tiga bũrũri ũyũ ũngĩtara makanitha marĩa maihũire gũkũ itũra rĩrĩ rĩgwĩtwo Mwĩki nĩ maingĩ gũkĩra nginya M-Pesa ũngĩthiĩ na haha Thĩrũ-rĩ handũ hetagwo Thĩrũ ũngĩthiĩ tare kanitha
Ni kijiji cha kanisa, pia kijiji cha nyumba za watu, ni kijiji cha kanisa. Basi na mkekera kiharu veru. Yani nawe urata nyumba huko litale urata nyumba isigora bazisieme. Kwa tara kanisa. Na ile iko tuona mtobini mwele. Nikigia tembia tukote kigayo kana. Ateiye raitere. Kukagira guague. Raitere. Kukagira guadaru. Raitere. Kukagira ireba. Raitere. Tuliaga siara na nyoda siega. Na nakoa hayo hukinya jahaga. Kaya kuwa hare. Nekene taigua muno kanitha ino cio. Mwera cia Ngai tionanagirwo thoni. Na muno ura wigi watho wa Ngai ri, hindi ria Ngai aire Musa watho. Ave ile ritarare. Agĩkorwo nĩ ritho nĩ ritho. Koguo nĩguo kũigua ciugo haha, ndĩraria ma o ta ũrĩa ĩrĩ na ũrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩario. Rĩu twarĩkia kuona atĩ mũtũmbi nĩ ũmwe rĩ, nĩtũkoretwo tũgĩthiĩ na njĩra nyingĩ cia mũgayũkano, gũkĩgĩa na ikundi nyingĩ, gũkĩgĩa na ndini nyingĩ. Rĩu mũthĩ kwĩna ndini ya Aithĩramu, kwĩna andũ mekwĩta Kristiano, na harĩ na angĩ maugaga mabuataga mĩtugo ya Gĩkũyũ makeĩta Gĩkũyũ, rĩu kanitha yao ĩtagwo Gathinjira. Wothe ngĩmacokanĩrĩria ũmorie gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma mũrongorie kĩu mũrarongoria rĩu nĩ kĩĩ. Megũkwĩra makoragwo magĩetha kĩndũ gĩgwĩtwo mĩaramano. Mũndũ ũrĩa ũrathiĩ kanitha-rĩ, na ũrathiĩ mũthigiti-rĩ, gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga mathiĩ nyũmba icio mathiaga gwetha mĩaramano. Tarĩu mũno mũbano tawaga mũndũ ũgwĩtwo Mũgĩkũyũ. Mũgĩkũyũ oya kanyũmba athiaga getagwo Thingira. Agĩthiĩ Thingira-rĩ, athiaga gwetha mĩaramano, athiaga kwĩyetha atĩ harĩ na ũndũ mũgĩtanu, akona atĩrĩrĩ, reke ethe. Rĩu ethaga thĩinĩ wa kĩ? Thĩinĩ wa kĩrĩra kĩa Ũgĩkũyũ. Mũndũ wĩtwo Mũkristiano nake rĩ, nona Mũkristiano agĩthiĩ kanitha, athiaga gwetha mĩaramano, gwetha Ngai wa mĩaramano. Tũgĩciaria cararũkũ. Mũithĩramu nake rĩ, agĩthiĩ tũnyũmba tũu tũgwĩtwo mĩthigiti gwetha caiki rĩ, athiaga gwetha caiki wĩtwo caiki rĩ, nĩwe twaraga riboti kwĩ Ngai. Ĩndĩ gĩcio ya mĩaramano. Koguo ndũkeĩria atĩ nĩkĩĩ gĩtũmi tũkoragwo tũgayũkanĩte ũguo. Tũkoragwo tũgayũkanĩte tũgĩetha mĩaramano. No ĩyo nĩyo njĩra. Nĩkĩĩ ndĩraga nĩgetha tũmũmenyithie ũhoro ũrĩa wa ma, njĩra na mĩtaratara ĩrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrũmĩrĩra, nĩgetha gĩkĩ twethaga rĩ gĩkinyanĩre. Na ndiyo wiki, karibu sana, endapo ngambĩrĩria na Gĩkũyũ, no tũgĩcoka twarie nginya Gĩthweri. Nĩtũraria nginya Gĩthweri, nĩtũkoragwo twĩrĩgĩrĩire ruga-inĩ icio, nĩtwaragia bata nĩ tũkinyie riboti ya kũgayũkania maheni, maikare mĩkando, tũcoke tũrũgamie maya Ngai. Na meno-rĩ, ĩno nĩyo tũkũragwo ũkombo-inĩ. Ũkombo-inĩ ũrĩa tũrĩ thaa ici tondũ ũgĩgarũrũkĩra ũcio mwĩnake hau. Mũno mũno mũndũ ũcio wĩ wĩra-inĩ wake, mũndũ ũcio wetha ũboco. Ũngĩmwĩra ahinge wĩra no mũhĩtanie. No mũhĩtanie ũru mũno. Mũndũ ũcio nĩkwambia gũkũinĩra mathĩna maingĩ. Mũhinga wĩra ciana icoke thukuru nakĩ? Mũhinga wĩra Dithemba ciana icio tũtuaga cia Ngai icio anga cigũtũra kĩrĩa Christmas tũkĩrĩe kĩ? Ciana ciĩhumbe kĩ? No thengia wa kũruta wĩra mũcibi-rĩ, maũndũ
magĩte magĩthũkaga makĩria, maũndũ magĩte makĩhotaga makĩria, ona thengia witũ wa gũthiĩ nyũmba icio ciothe na kũhotera thikira, ũthigiti na kanitha. Thengia wa gũthiĩ nyũmba icio ciothe, thengia wa kũruta magongona maingĩ, maũndũ magĩte magĩtũthũkagĩra. Magatũthũkĩra nĩkĩ? Nĩgũkorwo tũtirarũgamia ma, na menekio kana haha rĩ nĩ ma Ngai. Koguo kinye njaho wega, twaranĩrie na njoka ngũmenyithie wa mbere, tũtinoga kũhunjia. Kũhunjia ũthiĩ ũkahunjĩrio kanitha, ũrĩkwo ũhunjagĩrio ũkerwo ũinũke ũkerwo wahunjĩrio. Wa kerĩ tũtinoga kũhobithia, tũtihobithagia, tũtinoga kũrutĩrĩria mũtũrĩre. Wa gatatũ tũtinoga gwetha acirika, tũtinoga gwetha acirika ithuĩ ta ũrĩa ahunjia mathiaga gwetha acirika. Ona crusade ĩngĩkara ĩtĩaga mwerekerio na kiugo kĩmwe, ithuĩ tũthiaga kanitha mũna, tũkoragwo na harĩa mwĩki na kĩrigo kaĩ Ngai rĩu, kaĩ Ngai agĩtunyire tũgondu twĩrĩ tondũ twakĩgathirwo nĩ ahunjia. Ithuĩ tuoka gũtũma ũtuĩke mũrũmĩrĩri wa Ngai. Wĩ hau ũrĩ ta mwaka tume thutha, ũtuĩke mũrũmĩrĩri wa Ngai, na kũrũmĩrĩra Ngai nĩ gwĩka uge wake ũrĩa oigĩte. Kũhingia uge wake nĩ ũrĩkĩtie gũtuĩka mũrũmĩrĩri wa Ngai kũna. Njoke ngũmenyithie, tũtinokaga kũringa ciama kana kũhoyanĩra, tũtihoyaga na tũtiringanagĩra ciama, na tũtirĩ anabii, atĩ tũtirĩ ũguo tũkwĩranga gwĩtagwo Wanjirũ haha. Mũcikĩrĩte haha hena andũ gwĩtagwo Wanjirũ. Ithuĩ tuoka gũtũma mũrũmĩrĩre Ngai. Wĩ hau ũrĩ ta mwaka ũthiĩ kanitha. Ta rĩu kiugo ndũkaiye rĩ, no mũka mũrũngane mũthiĩ kanitha. Kiugo ndũgakome na mũtumia wa mũndũ rĩ, no mũka mũthiĩ KAG anga mũthiĩ kũrĩa kũngĩ. Mũthiaga kuona mĩnyororo kana mũthiaga gwĩka atĩa nĩgetha mũtigatharanie. Tuoka gũtũma mũtuĩke arũmĩrĩri a Ngai kũna, na gũtuĩka mũrũmĩrĩri wa Ngai nĩ gũthiĩ na nginya ciake, gũthiĩ na mataro make na mĩtaratara yothe ya watho wake wa kũrũmĩrĩrwo. Koguo kinya njaho wega twaranĩrie, na gĩtũmi gĩatũma nginya tũtinoga kũhunjia. Kũhunjia gũtiĩtĩkĩrĩtio kũũria kĩũria, no ithuĩ ũhoro wĩgiĩ wothe kũigua twagweta haha, ũkaigua ta wĩna nganja tũtananyita handũ, twarĩ na gũthathaũrĩrwo, ũrĩ na gũtemerwo nini, nĩũtĩkĩrĩtio kũũria kĩũria thĩinĩ wa ũhoro wothe tũgũkorwo tũkĩarĩria, nĩgetha ũtaũkwo makĩria na ũmenye na harĩa ĩrĩ, na warĩkia kũmenya nayo ũgũkũre ũkombo-inĩ. Karibu sana, nĩgetha twaranĩrie na makũrĩa tũkũrĩa na njĩra ihũri. Koguo karibu sana. Sawa, asante. Yes. Kwa hivyo kwanza wakaaji wa hapa tutamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ndiye amependa tuweze kuingia hapa ili tuweze kumzungumzia na mtu na yule mwingine, ndio maneno yaliyo ya kweli. Na kama vile mnenaji alivyotangulia kuongea kwa hiyo lugha alikuwa anaongea nayo Kikuyu, ndio amesema kwamba kile ambacho tumefanya tuingie hapa, hatutakuja hapa kukuitia kanisa. Sisi hatuendagi kanisa, hatujapanga kuenda na hatujapanga kufungua. Hatutakuja hapa tukuite uingie kwa Uislamu. Sisi sio Waislamu, na tukuite ukuane Muislamu uendaye kwa misikiti. Hapana. Na sisi sio watu wa tamaduni, useme kwamba sisi ni watu wa wengine wanaita Malikia, sijui Kikuyu, Misigo hiyo. Hapana. Sisi ni akina nani basi? Sisi ni wajumbe tu wa Mungu, ambao wanakuja kuletea ujumbe wa Mungu, ndio kama ulivyo. Tumekuja kuambia Mungu alisema, na wakati ambapo Yesu ndio ama Yeshua alipokuja akashuhudia ndio ambacho Mungu alisema, ndio. Kwa hivyo hapa tutakwambia tu Mungu alisema na Yesu akashuhudia. Kwa hivyo haya maneno ndio utakuwa unasikia hapa, ndio. Na Yesu ndiye akona uzima wa milele, ndio. Yesu ndiye amebeba uzima wa milele. Sasa huyo Yesu ndiye anaitwa Yeshua kwa lugha nyingine, ndio. Yeshua ndiye akona huo uzima wa milele, ndio.
Na basi tutakufunza kile yeye alisema. Si kile alisemewa, na si kile anasemewa, hapana. Sisi tutakwambia kitu Mungu alisema, Yesu akashuhudia. Haya ndio maneno yatakuwa hapa. Kwa hivyo sisi ni wajumbe tu wa kukuja kukufahamisha kweli. Ndio. Na wakati ambapo tutakuwa tukiongea vile, ningependa kwanza nikufahamishe hili jambo litaendelea hapa msomaji. Ndio. Ningependa usomee kitabu ya Yeremia 1:10. Yeremia 1:10. Hili jambo itaendelea hapa. Na hii jambo ambayo itaendelea hapa ndio kazi maalum ambayo Mungu aliweka wajumbe wake ambao watafikisha ujumbe wake mahali popote ulimwenguni waweza kutekeleza. Ni kazi gani hiyo ambayo tutafanya? Kusoma ile ndio tusikie. Yeremia 1:10 inasema hivi. Yeremia 1:10 inasemaje? Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Mungu ameweka wajumbe wake juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa. Jambo la kwanza sisi hapa tutang'oa, kubomoa. Jambo la pili tutabomoa, kuharibu. Jambo la tatu tutaharibu na kuangamiza. Na tutaangamiza. Na hii ni nini ambayo tutaangamiza? Ni pale popote ambapo kuna uongo. Ndio. Kila ngome ambayo inaitanishwa na Mungu lakini ya shetani, ndio itaingiliwa hapa kama vile hujaiona. Kweli. Kisha baada ya kufanya hivyo tutafanya nini? Tutaacha hivyo, tutafanya nini? Endelea. Ili kujenga. Baada ya hiyo tutaacha tumejenga na kupanda. Na tutapanda ile ya kweli. Ndio. Ndio kweli tumekuja nayo hapa. Ndio huana watu wafahamu kweli ni nini. Hawafahamu kamwe. Na ningependa msomaji, ndio unisaidie kitabu cha Zaburi, ndio 119 142. Ndio Zaburi, ili kwenda tuwafahamisha wenyeji wa hapa, ndio hiyo kweli tumekuja nayo hapa ni nini na kweli ni nini, ndio gano la Mungu. Hebu soma tusikie. 119 142 inasemaje? Wa Zaburi, haki yako ni haki ya milele. Haki ya Mungu ni haki ya milele. Na sheria yako ni kweli. Sheria ya Mungu ndio nini? Kweli. Kwa hivyo ile kweli tumekuja nayo hapa ni nini? Kweli. Na hiyo kweli ni nini? Sheria ya Mungu. Sasa hiyo kweli, wakati ambapo ndio Yesu alipokuja hapa duniani, aliweza kuongea jambo katika kitabu ya Yohana 14:6. Ili tusikie kwamba ama hiyo kweli tumekuja nayo hapa na ndio sheria ya Mungu, na ndio maneno ya Mungu, ndio neno la Mungu, hiyo kweli na ndio sheria. Yesu alisemaje kuhusu hiyo kweli? Soma hiyo ndio tusikie. 14:6. Ndio Yesu akamwambia, akasemaje? Mimi ndimi njia, na kweli na nini? Na uzima. Rudia. Mimi ndimi kweli. Soma vizuri msomaji. Yesu akamwambia, ndio mimi ndimi njia, na kweli. Kwa hivyo Yesu alisema ndiye nini? Njia na nini? Kweli, na uzima. Kwa hivyo Yesu ndiye kweli. Yesu ndiye kweli. Na hiyo kweli tumesoma Zaburi 119, ndio 142, ndio ikasema hiyo kweli ni sheria. Kweli ni sheria ya Mungu. Kwa hivyo Yesu alisema mimi ndimi hiyo sheria, hiyo sheria ya Mungu. Kwa sababu Yesu ndiye neno la Mungu. Tunaona hiyo sheria, ndio neno la Mungu. Ndio. Tusome Injili ya Yohana 1:1. Ili kwanza tuweze kufahamisha wakazi wa hapa kile ambacho tumekuja hapa kuambia. Ndio. Kwa mimi nataka tusikie Yohana 1:1 inasema, hapo mwanzo kulikuwa neno. Hapo mwanzo kulikuwa nini? Neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Hebu soma mstari wa 14 hapa tusikie. Tusikie neno alikuwa nani? 14 nasema, inasemaje? Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, ndio nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee, atokaye kwa Baba, amejaa neema na nini? Na kweli. Kwa hivyo neno ambalo ndio neno la Mungu ndio Yesu, ndio. Na hiyo neno la Mungu tunaona ni sheria yake, ndio. Mungu hanaga neno lingine. Ndio mwana wa pekee, mwana pekee. Anaitwa mwana wa pekee kwa sababu Mungu hana neno lingine, hana neno lingine kamwe. Kwa hivyo Yesu alisema mimi ndimi hiyo kweli. Ndio. Yeye ndiye hiyo ndio ile neno. Na hiyo neno ndio tunaona ni sheria yake Mungu. Sikiliza hapa. Haya maneno ambayo tunayasema hapa, ndio hawezi kuyapata makanisani, hawezi kuyapata huko. Lakini wanasoma Biblia gani? Wanasoma hii Biblia. Mahali ambapo tumesoma, tumesoma hiyo Biblia tu. Hapa kwa Biblia. Yesu akajiita ndiye hiyo sheria. Ndio. Sikia. Wakati
wakati ambapo Yesu alipokuwa hapa duniani, aliweza kuwa akifundisha, na wakati aliweza kufundisha, aliweza kuwatuma mitume wale 11, kwa sababu yule mmoja ambaye alikuwa anaitwa Judas aliwaza Iskariot alikuwa ameshajinyonga. Akawaita wale mitume 11. Katika kitabu ya Mathayo 28 msemaji. Mathayo 28 mstari wa 18. Yesu aliwaambia aje? Yesu anapotumana alisema aje? Hebu soma tusikie. Mathayo 28 mstari wa 18. Soma. Yesu akaja kwao. Akasema nao, akawaambiaje? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hayo mamlaka ndio tumekuja nayo hapa. Hayo mamlaka ambayo tunasoma katika Mathayo 28, mstari wa 18 ndio tumekuja nayo hapa, si mengine. Basi endeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba. Amesema endeni ulimwenguni, mkawafanye mataifa yote kuwa nini? Kuwa wanafunzi wake. Kwa hivyo kwetu ya kwanza, watu wanafanya wanafunzi wa Yesu, sio watu. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa tukufanya kuwa wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Tutakufanya wanafunzi wa Yesu kwa njia gani? Hebu ndana hiyo andiko tusikie. Mkiwabatiza kwa jina la Baba, na la Mwana, na nini? Na Roho. Na kuwafundisha. Na nini? Kuwafundisha. Kwa hivyo, na kufanya nini? Kuwafundisha nini? Kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Kwa hivyo Yesu ameagiza kwamba kufundisha yote aliyoamuru. Ndio maana tunakufundisha. Ninatufundisha kile ambacho Yesu alisema akiwa hapa duniani. Na kile ambacho Mungu aliongea. Wakati ambapo Mungu aliweza mara ya kwanza kuongea, aliongea katika mlima ambao ni mlima Sinai. Mungu alikuja na akaongea, akazungumza, sauti yake ikasikika, na wana wa Israeli wakasikia sauti yake. Alipoongea Mungu, aliongea nini? Kwa sababu hiyo kila Mungu alinena ndicho tutakwambia. Soma kitabu ya Kumbukumbu la Taurati, ina mstari wa 13. Kumbukumbu la Taurati ina mstari wa 13. Kile ambacho Mungu aliposikika akiongea, Mungu aliongea nini? Hebu soma tusikie. Kumbukumbu ama Deuteronomy 4:13 nasemaje? Akahubiri agano lake, aliloamuru kulitenda. Nani alihubiri hilo agano? Huyu ni Mungu. Mungu ndiye alihubiri hilo agano lake. Endelea tusikie agano ni nini hiyo alihubiri. Aliloamuru kulitenda, yaani nini? Zile amri 10. Kumbe Mungu alihubiri amri ngapi? Amri 10. Na hizo amri 10 zilikuwa zimepelekana na mambo mengine. Hebu soma ile andiko tusikie. Ndio. Akaziandika juu ya mbao mbili zamani. Bwana akaniamuru wakati ule nifundisha maagizo na hukumu. Mungu akaamuru Musa, wote wakisikia. Kwa hivyo wote waliokuwa pale, Mungu akiongea walisikia, ndio wana wa Israeli, ndio. Si walisikia kwamba Mungu akaongea hizo amri 10. Ndio akahubiri hilo agano lake. Hizo amri 10 ndio agano la Mungu. Sawa sawa. Hizo amri akahubiri wote wakisikia. Kwa hivyo Mungu hakuhubiriwa. Ndiye alihubiri hizo nini? Yeye alijizungumza yeye mwenyewe. Zilipelekana na maagizo ya sheria. Ndio hiyo andiko tusikie. Maagizo ya sheria ni yenye kuelezea kuhusu hiyo amri 10. Yaani kama vile unasikia katika amri 10 na usizini. Maagizo na hukumu. Maagizo ya sheria sasa inakuelezea kuzini ni aje. Hebu ndio tusikie. Mpate kuvitenda katika nchi mtakayovuka kumiliki. Kwa hivyo Mungu alitaka hizo amri 10, hiyo maagizo ya sheria na hizo hukumu za haki, watu wapate kuzitenda. Sikiliza hapa. Hiyo mambo ambayo tunaongea, yenye tumesoma hapo, inahubiriwa na makanisa ati kwamba iliisha. Ati kwamba Yesu alipokuja alizibeba. Kwamba Yesu alipokuja alisulubiwa nazo. Alisulubiwa pale Golgotha kwa msalaba. Ndiyo sheria ya Mungu. Ati Yesu alisulubishwa kwa msalaba na wakamtania wakasema yote yamekwisha. Sikiliza. Mungu ama Yesu, Mungu ndiye aliongea, si ndio? Mungu ndiye alizungumza haya maneno. Watu wanaekelea Yesu kwamba alikuja
akasulubisha sheria ya Mungu katika msalaba. Na hiyo ni uongo, kwa sababu hapo wameekelea Yesu. Wacha Yesu ajinasiwe kwa hiyo mtego. Ndio. Hebu nisomea kitabu ya Mathayo 5 mstari wa 17. Tunataka kukujulisha ukweli mahali ambapo uliko. Ndio mahali ambapo uliko. Tuzigawanyishe. Hapo soma yandiko tusikie Yesu akijinasua. Tusikie ama Yesu yeye alisema anakuja kusulubisha sheria. Mathayo 5:17 Yesu anasema hivi. Anasemaje? Msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati au manabii. Rudia. Msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati au manabii. Rudia. Msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati au manabii. Nani anaongea maneno? Huyu ni mwana wa Mungu Yesu. Yesu aliongea maneno kabla ya mapasta kukuja. Ndio. Yesu aliongea maneno kabla ya mashehe kukuja. Ndio. Kabla ya mara kukuja. Ndio. Si ndio? Ndio. Yesu akasema kwamba usidhani ya kuwa nimekuja kuitangua Torati. Torati ndio sheria. Ndio. Hao maneno ya manabii. Hebu endelea tusikie Yesu aliendelea kusema aje. La, ndio, si kuja kutangua. Hapana, Yesu akasema hakuja kuondoa kutangua, bali kutimiliza. Endelea. Kwa maana nini? Amin. Nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Yesu akaweka ushuhuda, hakuweka mwanadamu, kusema mwanadamu kwa sababu mwanadamu anaweza kufa. Hakuweka kitu ile beacon Yesu aliweka, ndio kushuhudia kwamba sheria ya Mungu ipo na iwezi ondoka. Ndio. Alisema nini hiyo beacon aliyoweka? Hebu kama tusikie. Alisema hivi, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Yesu alisema siona mbingu. Ndio. Siko hata sasa. Ndio. Siona nchi. Ndio. Siko hata sasa. Ndio. Kama ziko sawa. Kama ziko, ndio. Yesu akasemaje? Hebu endelea ndiko tusikie. Anasema hivi, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Yodi moja, hakuna yodi moja wala nukta, wala nini? Nukta ya nini? Moja ya Torati itakao ni haitaondoka kamwe. Hakuna nukta, yani hata koma, hata full stop. Yesu alisema hakuna ambayo itakayoondoka katika sheria, hata yote yatimie. Sikiliza, hata yote yatimizwe. Kwa hivyo pale Mungu alikuwa amesema usiipe, hata leo bado anasema usiipe. Mungu hakugeuka. Na hiyo ndio jambo tunataka kufikirisha hapa, kwamba kuna uongo ambayo inaendelea katika ulimwengu tulioko wa sasa hivi. Na hiyo uongo imehubiriwa miaka mingi sana. Tumekuja kushuhudia na kudhihirisha kwamba ni uongo. Na ili tukunasiwe katika mtego wa kudanganywa. Msamaji, ningependa ukaribie ili tuendelee kusikia Mungu akiongea na Yesu akiongea kuhusu maneno yake. Na ningependa nikujulishe kwamba sisi wakati tunaongea hapa huwa tunauliza swali. Kama wewe unaweza sikia kile ambacho tunasema hapa, ungependa kuulizia swali, utakaribia, utapewa ile microphone, utauliza swali lako hapa na litaweza kujibiwa kwa maneno ya Mungu. Mungu aliyoongea na yale Yesu alishuhudia. Hakuna mengine ambayo itajibiwa hapa. Kwa hivyo jibu lako litatokana na Mungu na litatokana na Yesu. Sikia. Kama wewe utasikia yale maneno ambayo tutaongea hapa si ya kweli, ima wewe ni mhubiri, ima wewe ni shehe, ima wewe ni mchungaji, ukisikia yale maneno tumesema hapa si ya kweli, ukaribia hapa, ukuje uchukue hii maiki, utangazie watu vile tumesema hapa ni uongo. Lakini kama haya maneno tunasema hapa ni kweli, wewe mchungaji, wewe mhubiri, wewe shehe, wewe unafanya watu, unyamaze na unyamaze milele. Sikia. Ndio. Kama vile tutaongea hapa, kwa sababu tunasema kweli kama ilivyo bila kuongeza. Na tumeona hiyo kweli ndio sheria ya Mungu. Yaani ndio neno la Mungu. Tutasema kama vile ilivyo. Na tungependa kukuambia kwamba wakati tunasema hiyo kweli huwa inaingilia uongo. Na ndio maana nilikwambia itaweza kuingilia na itaweza kubomoa uongo yote ambayo imeenea katika ulimwengu. Jambo la kwanza tumeona Yesu anaekelewa kwamba ati alisulubisha sheria ya Mungu msalabani. Na wewe jiulize swali, Yesu ndiye alisulubiwa ama ni sheria? Yesu alipaswa kujiuliza wakati ambao mtu anakuambia sheria ya Mungu ilisulubiwa na Yesu pale Golgotha. Yesu ndiye alisulubiwa, si sheria ya Mungu. Ile neno Mungu alikuwa amesema
utii wazazi wako na baba yako. Yesu hakusulubisha kwa msalaba. Hauoni unadanganywa? Huo ni mwili ambao uliosulubishwa. Sikiliza. Hiyo uongo imeenezwa na manabii wa uongo. Sana. Imeenezwa na nini? Manabii wa tapeli. Hao manabii wa uongo Mungu alikuwa amesema mbeleni kwamba watatokea. Nisomee Yeremia 14 mstari wa 14. Ili kwanza tukuweze kukufahamisha kwamba Mungu alikuwa amesema watatokea na watafunza mafundisho kinyume na Mungu. Tumekuja kukunasua katika haya mafundisho. Soma hiyo ndiko tusikie. Yeremia 14 mstari wa 14. Inasemaje? Ndipo Mungu akaniambia. Mungu akasemaje? Hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Mungu kumbe alisema kwamba kuna manabii wanatabiri uongo kwa jina la nani? Lake Mungu. Wanatumia jina la Mungu kutabiri uongo. Endelea. Mimi sikuwatuma. Mungu hakuwatuma wala sikuwaamuru. Na hata Mungu hakuamuru. Wote ambao wanafundisha kwamba sheria ya Mungu iliisha, hao Mungu hakuwatuma, hakuamuru. Hebu soma. Hebu endelea hiyo ndiko tusikie. Wala sikusema nao. Mungu hata hakusema na nini? Hakusema nao. Sasa leo hao ndio wamekuja na wakafundisha watu kwamba ni Mungu amesema na ati Mungu ananiambia, unaona? Mungu ameniambia wewe ninaona kuna gari. Ninaona kuna gari mahali. Naona kuna gari mahali. Naona kuna gari. Unaona kwani? Kwani kuna mtu anaitaka Wajiko? Kwani kuna Wajiko? Kwani kuna mtu anaitaka Watieno? Mungu ananionyesha kuna Watieno na kuna gari. Sikiliza. Unakuja unadanganywa, unakoseshanishwa na ndugu yako, sister yako unakoseshanishwa na yeye. Ati kwamba Mungu ananionyesha kile ambacho wewe kimekusumbua. Ndani kuna mtu anaitwa Kamau. Huyo Kamau ndiye anakukula. Huyo Kamau ndiye anakukula. Huyo ndiye anakukula huyo. Na Kamau ni brother yako. Kamau ni ndugu yako. Sikiliza. Ukirudi nyumbani, wewe unakosana na ndugu yako. Unakosana na Kamau ndugu yako. Ati kwamba ni Mungu amesema na huyo nabii. Ati Mungu amezungumza kupitia yule nabii. Sikiliza. Yesu alipokuja, si tunaona Mungu alikuwa amesema watatokea wengi sana. Na wako wanatabiri uongo. Yesu alipokuja, na yeye aliongea aje kitabu ni ya Mathayo 24 mstari wa 11. Waje tusikie Yesu alisema aje kuhusu hiyo jambo ambalo linaendelea. Hebu soma hiyo ndiko tusikie. Na manabii wengi wa uongo watatokea. Rudia. Mathayo 24 mstari wa 11. Inasemaje? Na manabii wengi wa uongo watatokea. Rudia. Na manabii wengi wa uongo watatokea. Nani aliongea yale maneno? Huyu ni Yeshua ama mwanawe Mungu Yesu. Kwa hivyo Yeshua sema manabii wengi wa uongo watafanya nini? Watatokea. Tumekuja kuambia wamekuja tokea. Wengi sana. Wamekuja fanya nini? Wasatokea. Hiyo maneno imeongewa na Yesu kitu inakaribia kuisha miaka 2000. Kutoka Yesu alipoongea maneno. Anasema hao manabii wa uongo wengi watafanya nini? Watatokea. Kwa hivyo hakusema ni wachache, alisema wengi. Alisema wengi sana. Tumekuja kusema wameshatokea na ni wengi. Hebu endelea tusikie. Na kuwadanganya wengi. Watadanganya wachache ama wengi? Watadanganya wengi. Tumekuja kuambia kwamba wameshadanganya wengi. Sikiliza hapa. Huyo si Yesu alisema hivyo? Yesu anazungumza mwenyewe. Huyo nabii Yesu umeshatimia. Ushatimia sasa hivi. Ushatimia sasa hivi? Ndio maana kuna funzo kwamba sheria ya Mungu ndio neno lake. Na hiyo sheria ya Mungu tunaona ndio Yesu. Ati kwamba inaambia ilikusha. Sikiliza hapa. Walipokuja kufundisha yale maneno, walipokuja kufundisha nini? Walipokuja kufunza yale maneno, walikuja wakajiita mababa wa kiroho. Sikiliza. Yesu alikuwa amekanya hiyo jambo sana. Hebu nisomee kitabu cha Mathayo 23 mstari wa 9. Mathayo 23 mstari wa 9. Walikuja wakijiita mababa wa kiroho. Mimi spiritual father wako. Ati ndio amenilea kiroho. Mafundisho ya Yesu Mafundisho Yesu kile alifundisha, si ndicho alisema kwamba kiende kifundishwe? Alisema kiende kifundishwe kote duniani. Ndicho tunakufundisha hapa. Yesu alikuwa amekataa hiyo jambo. Akasemaje? Hebu soma tusikie. 23 mstari wa 9 ya Mathayo inasema. Inasemaje? Wala msimuite baba duniani. Wala msimuite baba duniani. Hebu soma vizuri.
Wala msimuite mtu baba duniani. Wala msimuite nani? Mtu baba hapa duniani. Msimuite nani? Mtu yeyote baba hapa duniani. Si baba ati mwenye amekulea mzazi. Kila mtu ako na baba. Si baba mwenye amekulea gizani. Tunaongelea maneno ya Mungu tunaongea mambo ya baba. Tunaongea katika neno la Mungu. Katika neno la Mungu. Usikuwe na spiritual father. Usikuwe ati huyu ndiye baba yangu ya kiroho. Yesu hiyo jambo alikuwa amekataa. Alikuwa amekataza. Sikiliza. Ndio. Akasema kwa sababu baba yetu ni nani? Endelea. Maana baba yenu ni mmoja. Baba yetu ni mmoja aliye wa mbinguni. Aliye wapi? Wa mbinguni. Sasa kuna hadi mama. Sasa saa hizi kuna hata mama ati ndiye mama yangu ya kiroho, spiritual mother. Sasa kuna baba yangu ati ndiye baba. Sikiliza. Ndio. Na wewe jiulize kama huyo mchungaji huyo tapeli, huyo muongo, kwa sababu hajatumia maneno ya Yesu na hajafuata vile Yesu amesema, huyo ni mwizi. Nitapeli? Wewe nitapeli. Sikiliza hapa. Yesu alikuwa amesema kusikuwa na mtu ataitwa baba ndani ya habari ya Mungu. Kusikuwa na baba wa kiroho. Wa kiroho. Kwa sababu baba wa kiroho katika maneno ya Mungu ndio ni Mungu, sawa sawa, aliye wa mbinguni. Sasa saa hizi ndio unasikia huyu, na tunarudia tena ili uweze kuelewa. Ndio. Sikia. Ati huyu ndiye amenilea kiroho, huyu ndiye amenikuza kiroho, huyu ndiye spiritual father wangu. Amekukuza kwa njia gani? Nini alisema? Si ni Mungu alisema haya maneno. Sikiliza. Unajua spiritual father ndio, yani katika neno la Mungu. Ndio. Hebu nisomee waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa Yohana 3 mstari wa nafikiri wa 9. Tusikie. Ndio. Kwa nini Mungu ndiye baba wa kiroho? Ndio. Kwa nini Mungu ndiye ametuzaa? Yeye peke yake ndiye ametuzaa. Hebu sema pale tusikie. Waraka wa Yohana wa kwanza 3 mstari wa 9 inasema, kila mtu aliyezaliwa na Mungu, kila mtu aliyefanya nini? Aliyezaliwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu ndiye amezaa kila mtu ndani ya habari yake. Kila mtu ndani ya habari. Ndio. Ni neno la Mungu. Ndio. Mungu ndiye ametuzaa. Ametuzaa peke yake. Ametuzaa. Endelea tusikie. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi. Atendi nini? Dhambi. Kwa sababu uzao wake ni nini? Wakaa ndani yake. Endelea. Wala hawezi kutenda dhambi. Wala hawezi kutenda dhambi. Kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Amezaliwa kutokana na nani? Na Mungu. Hivyo Mungu ndiye huwa Mungu ndiye baba, kwa sababu ndiye ametuzaa. Sikiliza hapa. Ndani ya habari. Ndani ya neno lake. Ndio. Sasa saa hizi huyo pastor huyo anajiita baba ya kiroho, anataka akuibe, akutapeli. Na ndio maana kwa sababu ya hiyo tu peke yake watu leo katika hizi makanisa, hizi madhehebu watu wanauziwa vitambaa, mafuta. Wanauziwa nini? Vitambaa. Ati kwamba hiyo kitambaa iko na nguvu fulani. Wanauziwa hadi ati ni anointing oil unauzi. Hata kuuziwa inasukumwa mpaka inasukumwa huko ndani. Sikia? Ndio. Mama, mbona mama mmoja amepaka mafuta. Ndio. Mama mmoja akafanya nini? Akapaka ufuta ule. Akapaka mafuta ya anointing oil. Akapakika. Sikiliza hapa. Ndio. Kwa sababu hiyo ndiye spiritual nini? Huyo ndiye spiritual father. Anamkubalia mpaka kupaka mafuta, mpaka kuna pakika mafuta. Sikia hapa. Ndio. Hiyo jambo ndio maana Yesu alikuwa amekataza yale mambo. Kwa sababu ukishajua hakuna mtu unapaswa kumuita spiritual father. Ndio. Si ndio? Ndio. Utajua kwamba ukishakataa haya maneno uzingatie vile Yesu alisema. Ndio. Na tumesoma Mathayo 23 mstari wa 9. Si kusema tunasema. Haya maneno imeandikwa tukasoma, lakini usome yangu hapo. Hapo hawezi soma hapo. Ukisoma hapo kanisa inafungwa. Unajua hapo ukijua ukweli utaenda hiyo kanisa tena. Hiyo ndio maana watu sasa wametapeliwa. Unajua? Siku nyingine nimeona mchungaji mwingine hapo amefanya hivi, amekatakata tukaratasi twingi, tukatazi huko twingi amekatakata. Akaita watu hapo mbele, hapo mbele ya madhabahu akawaita hapo, kila mtu anakuja hapo na 1000 ununue hiyo karatasi ati ili ujiunganishe na madhabahu ubariki
Ni kama ile makaratasi ya Lucky Box ile inaonyesha mkono ndani hivi. Lucky Box. Lucky Box sasa. Sikiliza hapa. Hiyo jambo limetokea kwa sababu watu hawakuzingatia maneno Yesu aliyasema hapa duniani. Ndio maana Yesu alikataza hao spiritual fire. Hao spiritual fire sasa wametokea katika ulimwengu tulioko wa sasa. Lakini hao ndio Yesu alitaka wafundishe kile yeye aliamuru na kile Mungu aliamuru na ndio sheria yake Mungu. Mungu alitaka maneno yafundishwe kote duniani. Na ndio maana leo tumekuja kukuambia ni unabii wa Mungu unatimbia. Ni maneno ya Mungu katika Ezekieli 34 mstari wa 10. Mungu alikuwa ameongea kwa kinywa cha Ezekieli. Akasema nyakati ambazo tulizo, na ndio maana tumefika hapa, tumesimama hapa. Nyakati za mwisho. Mungu atakuja kufanyia nini hawa wachungaji? Hebu soma tusikie. 34 mstari wa 10 ya Ezekieli. Ndio. Bwana Mungu asema hivi. Nani anaongea? Huyu ni Mungu anazungumza kupitia kinywa chake Ezekieli. Alisemaje? Tazama. Nini ni juu ya wachungaji. Rudia. Nini ni juu ya wachungaji. Rudia. Nini ni juu ya wachungaji. Rudia. Nini ni juu ya wachungaji. Kumbe Mungu ya kina nani? Juu ya wachungaji hao. Wachungaji ndio wanaitwa pastors. Hapa hawezi soma pastor wako. Hapa hata soma. Hebu endelea tusikie. Nami nitawataka kondoo zangu mikononi mwao. Kumbe kuna wakati na ndio imefika. Mungu anataka kondoo wake kutoka mikononi mwa hao wachungaji. Hebu endelea tusikie. Nami nitaachisha hiyo kazi ya kuwalisha kondoo. Kumbe kuna wakati pastors walikuwa waachishwa kazi ya kufanya nini? Ya kuwalisha hao kondoo wake Mungu. Hapo hawezi tumesoma Ezekieli 34 mstari wa 10. Hapo hawezi kusomea. Kwa sababu sasa ataacha kazi, atafunga duka. Na ndio maana hapa unaona hii ni kanisa. Ndio. Makanisa imekuwa makanisa yamekuwa mengi. Wengine inaitwa ADC, wengine inaitwa Kamuru and Sons. Sikiliza. Makanisa mpaka sasa imekosa hata majina inaitwa Zivala and Sons. Imeanza kuitwa kama number plate za gari. KBA, AG, KW. Sikiliza. Ndio. ABC, ABC. Sikiliza. Hiyo jambo ndio imefanya watu kwa sababu, ndio maana Mungu anahitaji kondoo wake ajilisie yeye mwenyewe. Sikiliza wachungaji. Soma kitabu ya Zekaria 10 mstari wa 3. Hawezi soma, tunasoma na by the way tukuambia kwamba tunasoma mahali ambapo katika hii Biblia mahali ambapo ausomeago wa kanisa ndipo tunasomaga. Tule tukatazi tulikunjwa, hatutakaki kusoma ndipo tunasomaga. Tunakuja tunakusomea ili ukapate ukweli mahali ulipo. Hebu soma pale tusikie Zekaria 10 mstari wa 3. Zekaria 10 mstari wa 3 inasema hivi. Na sisi nikukumbusha kwamba tunakulaga wale wanakulaga kondoo. Hao ambao wanakula nyinyi, sisi tunakulanga hao. Hao wenye wanakula kondoo, sisi tunakula hao wenye wakulaji wa kondoo. Wenye wanakula kondoo ndio tunakula hao. Na tuwakulagi kwa maneno yetu. Ati hivi tunaomba hapana. Tunawakula kwa neno la Mungu. Neno ambalo Mungu alizungumza yeye mwenyewe. Neno ambalo Mungu aliongea na Yesu aliongea ndio inawakula hao wenyewe. Na ndio maana tunasoma Zekaria 10 mstari wa 3. Ngoja usikie Mungu anawaita. Hasira yangu imewaka juu ya wachungaji. Nani anaongea? Huyu ni Mungu anazungumza kupitia kinywa cha Zekaria. Anasema aje? Hasira yangu imewaka juu ya wachungaji. Amefurahia juu ya wachungaji? Amefurahia juu ya mapastors? Hasira yake imewaka juu ya kina nani? Ya wachungaji hao. Tuendelee tusikie. Nami nitaharibu mbuzi waume. Mungu amewaita mbuzi nini? Amewaita wachungaji mbuzi waume. Mbuzi waume ndio wanaitwa senge. Kwa Kikuyu kuletwa wavege. Kumbe pastors inaitwa na Mungu nini? Senge. Hapo pastor wako hawezi kusomea hapo. Zekaria 10 mstari wa 3. Hebu ndio tusikie. Kwa maana Mungu wa majeshi ameliangalia kundi lake. Mungu wa majeshi ameangalia hao washirika ambao mnawatapeli. Endelea. Yaani nini? Nyumba ya Yuda. Sikia. Hebu nisomee Isaia ili tuondokee hapo kwanza, tuwekee kwamba Isaia 56 mstari wa 10, 56 mstari wa 10. Hebu soma pale tusikie. Na haya maandiko yenye tunasoma hapo haiwezi kusomwa ndani ya kanisa. Haya hawezi kusomwa. Sababu ukisomewa hapo, mhubiri unafikiria pastor wenyewe atakusomea hapo akwambia mimi Mungu ananiita mbuzi mume. Ananitaka senge.
kazi itaisha. Unajua wewe umewa kwa nini gaya aje taka vege. Asa, bagetekera. Hebu soma hiyo. Inaita mtu 56 mstari wa 10 unasema hivi. Walinzi wake ni vipofu, walinzi wake ambao ndio wachungaji ndio mapasta ni vipofu, wote pia hawana maarifa. Mungu anasema hawana nini? Maarifa. Kumbe hawana nini? Maarifa. Hebu endelea tusikie. Wote ni mbwa waliobubu. Mungu ameita hao mapasta si nini? Anawaita mbwa waliobubu. Hebu endelea tusikie ama tusiwekeleti. Hawawezi kulia. Wote ndoto. Unajua mbwa ukiweka ndio kwa boma yako, kwako nyumbani. Mbwa ukiweka kwa boma yako ndio unaiweka pale ili wakati ambapo itaona hatari kikuja, kwanza ni mlinzi ilie sawa sawa. Ndio. Ilie ili ijulishe nyinyi mlio ndani ya boma, ijulishe wenyeji kwamba kuna hatari imetokea. Sasa wachungaji Mungu anawaita mbwa kwa sababu hawakujulisha watu kuna hatari ya kuvunja sheria ya nani? Ya Mungu. Ndio Mungu anawaita aje? Anawaita mbwa waliobubu. Hebu endelea tusikie. Ulala, upende usingizi. Ndio. Naam, nini? Mbwa hao. Rudia. Mbwa hao. Rudia. Mbwa hao. Wanachoyo sana. Kumbe Mungu anaita mapasta aje? Anawaita mbwa hao. Unajua tumesoma ndio Isaiah 56 verse 10. Ndio. Mchungaji wako akaitwa mbwa na Mungu, sio sisi. Sisi tumesoma, imeandikwa tukaisoma, na hapo ndipo ninakuambia haiwezi soma hapo na pastor wao kwa kanisa. Hawezi soma pale akwambia mimi Mungu ananitaka mbwa. Kufundisha tu sheria ya Mungu iliisha, na kufundisha kwamba sheria ya Mungu haiko, wewe Mungu anakuitaka mbwa. Sikiliza. Ndio. Haya maneno watu ndio waliaiga kutoka na mitume ndio waliokuwa wametumwa wa uongo. Waliaiga. Unajua hata mchungaji ambaye unaona hapa ndio ameiga haya maneno kutoka kwa mchungaji mwingine. Na ndio maana unaona sasa hivi kuna kanisa inaitwa VIC. Ndio. Kuna nyingine inaitwa Catholic. Ndio. Kuna nyingine CACK. Ndio. Si ndio hizo kanisa siko? Zote ziko. Kuna nyingine inaitwa Everlasting Glory. Kuna nyingine inaitwa Kingdom of Seekers. Ndio nayo inaitwa vizuri hayo mkitano whatever. Si kuna ABC. Ndio. ABC. Siko. Wote iko. Sikiliza. Haya makanisa wote, hebu ujiuliza hivi, Mungu ni mmoja. Na wote wanasema wanahubiri wote wanasema kwamba wanahubiri Yesu. Lakini vile utapata hii kanisa ikifanya matendo haya kanisa si vile ile inafaa, yanatofautiana. Na wote wanasema Yesu asifiwe wote wanasema. Na mtu wa Catholic ndio hawezi uliza hawezi kuja kuuliza mtu wa SDK ati amani ya Mungu huwa pamoja nawe. Kwa nini? Na wote wanasema ni wae. Sikiliza hapa. Kuna yule anaona ni kama ameokoka kuliko mwingine. Na wewe ukitoka full gospel, si ulikuwa full gospel? Uende kwa VIC. Ndio. Uko pia utaambiwa uokoke. Kama ulikuwa kihuko. Ukitoka VIC, vision ni Christ. Sawa sawa? Ndio. Ukishoka huko, uende utaambia rudia haya maneno nyuma yangu. Mimi Njoroge, Bwana Yesu, niokoe, futa majina yangu katika kitabu cha kifo cha Shetani, katika kitabu cha kuzimu. Uandike sasa katika kitabu. Jina yako iliandika kwa nini kuzimu? Nani aliandika hiyo kazi? Nani aliandika huko? Kama si wewe mwenye anakuambia hapo. Kama kazi yake ni kuvutisha watu. Sikiliza hapa. Na unajua ndio kukosa tu kuambia ukweli, kukosa kuzungumzia ukweli. Na ukweli wa Mungu ni sheria. Sheria yake ndio imefanya hiyo migawanyiko ikaingilia. Kuhubiriwa kwamba injili ati kwamba sheria ya Mungu iliisha na kile ambacho Yesu alifundisha ati kilisulubiwa kwa msalaba. Hiyo jambo limefanya hiyo watu wagawanyike. Wewe leo huyu kuna hii kanisa ndio na ulikuwa umetangulia kusema hiyo jambo. Hawa wanavaa gorefu sawa sawa. Hawa ni wanavaa gorefu. Na kuna wengine kanisa lingine wanavaa nguo fupi. Sasa hawa ni wanavaa gorefu. Wao wanaambia hawa wenye wanavaa gorefu, nyinyi ni wa shetani. Ati nyinyi mtaenda jehanamu. Na hao wenye wanavaa trousers wanaona wenye wanavaa gorefu ati ni odd one out.
Walikuwa wanaambiana nini? Wanaambiana Mungu haangalii roho, haangalii matendo. Ati Mungu haangalii mwili, anaangalia roho. Mungu anaangalia roho. Yaani Mungu achukue huo wakati wote kukuumba, sasa hata kuangalia ile mwili yote ni ya Mungu, wewe unapea Mungu roho yako peke yako. Na mwili ni ya Mungu, sasa Mungu anaangalia roho. Hauoni wewe? Hauoni wewe kuna shida uko nayo na ujui? Hauoni uko na shida iko pale na ujui? Sikiliza. Ndio tumekuja hapa kukuambia kwamba ile agano Mungu alilolihubiri, ile sheria zake, ndio sheria zake, ndio Mungu alikuwa amesema hawezi geuka. Hebu nisome Zaburi 89 mstari wa 34. Mungu sio kigeugeu ati kwamba vile unahubiria kwamba ati unajua by the way pastors, na kama kuna pastor kwa hapa ukuje uambie watu wewe kwa nini wewe unadanganya watu ati kwamba ati Mungu ile neno aliongea Mungu ni kigeugeu, alibadilikaga. Hapo tusikie Mungu akisema. Yaani wewe jiuliza hivi, ndio mhubiri wako anataka kumaanisha anataka kumaanisha kuna wakati Mungu alikuwa mtoto alikwambia tena na Biblia yenyewe. Sikia ati wakati Mungu alisema hivyo kuna hiyo wakati alikuwa mtoto akakuwa adult. Sasa akaona maisha ni kidogo, acha ni punguza. Yaani huyo mhubiri anataka kuonyesha kuna wakati Mungu alikuwa katika sintofahamu, akarudi kwenye fahamu, akajifahamu, sasa akafahamu. Yaani kwa nikuulize, yaani anataka kudhihirisha huyo mchungaji tapeli, anataka kudhihirisha kuwa kuna wakati Mungu alikuwa si mrefu, alikuwa mjinga, akakuwa mrefu. Hivyo ndio pasi nataka kukuambia. Sasa sheria ya Mungu iliisha. Sasa sheria ya Mungu imeisha, tulale na wanyama ama tufanye nini? Sasa kama sheria ya Mungu ilikuwa imesema tusilale na mbuzi, tulale na mbuzi sasa. Sasa nasema ilisha tulale na mbuzi. Sasa kama una njoroge na wane na akikwambia hivyo anakusomea Malaki 3 mstari wa 16 kuanza 10 mstari mpaka 16 anakuambia utoe fungu la 10. Hiyo si sheria, acha kuibia Mungu. Kwa hivyo ikifika ni kwa fungu la 10 sheria ikuisha. Lakini ikifika ni kwa Mungu kwenye amesema kwa kutii Mungu, hapo panakwisha. Zaburi, hebu soma Zaburi 88 mstari wa 34. Unasema hivi, mimi na sisi sio kuhubiri, tunahubiri ni kukuambia, tunakuambia kweli na uongo mahali ambapo uliko, ili ujifahamu. Na usipofahamu unakubalishwa kuuliza swali, na ili usitapeliwe tena. Na kama uko na swali, karibia hapo utauliza swali. Sisi tunauliza hapa swali. Hata unaweza tuuliza, kwani mnachizi? Mnaweza tuuliza, mnasikia mzuri? Kwani kaimora yako huko? Mhubiri ile wewe uliza hiyo, maana za kuuliza unacheza na mafuta. Mafuta ya kukudanganya, mafuta hiyo ya kuibia, ya kukutapeli. Soma ile andiko tusikie. 89 mstari wa 34 Zaburi inasemaje? Mimi sitalihalifu agano langu. Mungu alikuwa amesema hata lihalifu nini? Agano lake. Na katika kitabu ya Kumbukumbu la Taurati ile mstari wa 13 ndio tuliona hiyo agano la Mungu ni amri za sheria zake ama amri zake. Ndio alisema hata halifu kamwe. Wala endelea. Wala nini? Sitalibadili neno litokalo midomoni mwangu. Mungu alikuwa amesema hata libadili neno litokalo wapi? Midomoni mwake. Na hiyo sheria ya Mungu ni neno lilitoka katika midomo ya Mungu yake Mungu. Sikia hapa. Naam. Kwa sababu ya sheria kufundishwa iliisha. Ndio. Sasa leo unaona kuna magei. Si kuna gei. Kama una njoroge wanaweza wana kwa kanisa. Hata unapata kama una njoroge. Kama una njoroge wameshikana, huyu ni bibi ya huyu. Sawa, kama huyu ni bibi ya njoroge. Na wa kanisa wanaunganisha na huo mhubiri. Yaani wewe sikiliza, tumekuja kuambia huo ni uongo unaendelea. Mungu alikuwa amekataza. Ndio. Mwanaume kwa mwanaume kuoa. Ndio. Mungu alikuwa amefanya nini? Alikuwa amekataza hiyo. Kile kufundisha sheria ya Mungu iliisha. Ndio maana unasikia kuna gay for Christ. Ati gay for Christ. Lesbian ati wewe, Mungu anaangalia roho sio mwili. Hilo ndio tunafundishwa. Wewe tahadhari. Ati unapata Wanjiko na Kamene. Wanjiko ni nani? Wanjiko ndio bwana, Kamene ni bibi. Sikiliza, Mungu alikuwa amekanya hilo alikuwa amekanya mambo kama hayo. Na sasa wahubiri yao kwa sababu ya kuhubiri sheria ya Mungu iliisha. Ndio. Sababu katika sheria ya Mungu, ndio, katika maagizo ya Mungu, ndio, na hayo maagizo ya Mungu alipea Musa. Mungu alikuwa amekataa.
alikuwa amekataza hiyo ndoa na hiyo sio ndoa. Sasa unajua wanasema tupendane. Unajua wanatumia ile neno tupendane. Kwa sababu Yesu alikuja akafundisha tupendane. Sasa leo pastor, unajua anahubiri Yesu peke yake. Tupendane. Fikiri anahubiri Yesu peke yake akiwa mwili na damu. Akiwa mwili anakuja Bwana Yesu asifiwe, inuliwe. Yesu alisema tupendane. Unaweza hubiria watu Yesu aliposema tupendane, sheria ya Mungu ndio imeagiza kwamba tupendane kivipi. Maneno ambayo alipea Musa ndio inaelezea kwa huyo upendo iko wapi. Ni nani na nani? Itajumuisha kwa nani na nani? Sasa hiyo maneno ndio mapasta wako wana kudanganya ati sheria yenye Mungu alipea Musa ilisulubiwa ikaisha. Sasa tuko ndani ya neema. Ati tuko ndani ya nini? Tuko ndani ya neema. Ati tuko ndani ya neema. Ati tuko ndani ya neema. Sasa ni kuamini nani? We are under new dispensation of the grace. Of the what? Of the grace of the Lord. Of the grace of the Lord. We are under new dispensation. We are not under the law. We are not under what? Under the law of the Lord. Ati na naongea kizungu ili akudanganye. Tahadhari. Unajua mtu akitaka kudanganya lazima tu akiongea uongo aweke kizungu. Ni kweli ambayo inaongeza vitu mingi na korogwa. Atisikia. Ati atuko chini ya sheria. Tuko chini ya neema. Sasa unaambia ile sheria Mungu alipeana. Na Mungu alikuwa amesema hiyo sheria hata iharifu hiyo kamwe. Ndio neno imetoka katika kinywa chake halitageuka. Ndio maana leo kuna mwizi ameokoka. Leo kuna mrogi ameokoka, malaya ambaye ameokoka. Kwa sababu sheria ya Mungu iliisha. Mungu anaangalia roho. Na tuko chini ya sheria, tuko chini ya amri ya grace ya neema, ya neema. Tuko chini ya neema. Neno tu kusema tuko chini ya neema imekubalisha mwizi akuwe ni mwizi ameokoka. Imekubalisha mrogi akuwe ni mrogi amefanya nini? Ameokoka. Imekubalisha mpaka malaya ambaye ameokoka yuko kanisani. Imekubalisha mwizi huyo pastor wenu ni mwizi. Na anapelekewa pesa, anaziombea na anaombea kazi ya mikono yenyu. Sikiliza. Anaombea usalama na wizi. Sasa unaona ukutao Nairobi. Ndio. Nairobi. Unapata wanawake wamesimama pahali. Ndio. Unapata wanawake wanafanya nini? Wamesimama mahali. Wamesimama wapi? Wamesimama mahali. Unaweza fikiria kuna kitu wanauza, lakini unajua wanafanya nini? Unajua kabisa wanauza. Unajua? Wamesimama pahali. Wamesimama mahali. Unaweza fikiria kuna kitu wanafanya nini? Unaweza fikiria kuna kitu wanauza. Na wanauza, lakini ni kweli wanauza. Sikia hapa. Ndio. Sasa ukiwa hapo ujiangalie wenye wanakuja kununua kwa hiyo soko. Uangalie wanaokuja kwa ile soko. Ndio utajua kwamba. Ndio utaona Mutiso amekuja akanunua. Sasa ndio. Kama wewe amekuja akanunua vile. Kingori amekuja akanunua. Akaingia kwenye Otieno amekuja akanunua. Otieno pia hapo ndani. Sikia. Hiyo jambo imetokana kwa sababu sheria ya Mungu ilimalizwa. Si atikwenda iliisha sababu itaisha. Na sikiliza hapa. Ndio. Wanaume Mungu ako na vita na wao. Ndio. Kwa sababu mwanaume ndiye alipewa sheria na Mungu. Mwanaume ndiye ambaye amewekewa sheria. Kwa hivyo wanaume ndio wanakuja kununua kwa hiyo soko. Wanaume ndio wanaenda kwa ile soko, maana tumeona Kamau, Otieno, Odhiambo. Kwani hapo tumesikia Wanjiku walikuwa wamekuja kwa hiyo soko kununua. Sasa hao wanaume Mungu ako na vita na wao. Ako na vita juu yao. Kwa sababu sheria ilipewa Adam. Na Adam ni mwanaume ama ni mwanamke? Huyo ni mwanaume. Mwanamke ako chini ya sheria ya bwana yake. Na kwa sababu hata katika bomba za hao wanaume sikuna kila mtu ako na sheria yake wake. Ndio, kila boma iko na sheria. Na imewekwa hapa na huyo bwana wa hiyo boma. Lakini kwa Mungu ndiko kunaambia kwa sheria hili. Yaani kwa Mungu ndio kunaanga sheria. Hiyo ni uongo. Hata klabu yenyewe iko na sheria. Hata Kenya kuna sheria yake. Kenya kuna constitution. Lakini ikifika ni kwa Mungu hakuna sheria. Kwa Mungu ndio ambao hakuna sheria. Wacheni tuambie ukweli. Haya maneno hao wachungaji wa ubiri, hao watapeli, hao wanafundishaga hivyo. Ndio. Ni wezi. Ni nini? Hao ni wakora.
Na ndio maana akiingia hapa, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Wakazi wa hapa Mwiki, tumeingia hapa, tumeingia makao haya. Haleluya. Haleluya. Siku ya leo sauti nyepesi. Sikia halafu Yesu akasema, haleluya. Anasema utainuliwa. Sikia hiyo sauti, anaongea akifika ni kuhubiri. Mwambie ongea kwa ile sauti yake. Akiwa kwa boma yake anaambia bibi yake, mama Kenya kuja hapa. Joroke kuja hapa. Hiyo sauti ya kutisha kwa jina la Mungu. Ni ya kukuzia uoga ili utoe uogope mafuta ya Mungu. Na anakuambia kwamba ati wakati utatoa utabarikiwa. Ujiunganishe na madhabahu. Na hiyo ni uongo. Mungu hakusema utoage ili ubarikiwe. Hata Mungu anasema Mungu alisema aje? Hebu nisomea kitabu. Ndio. Ya Deuteronomy chapter 11 verse 26. Unajua watu hawajui hizo basi usomeaje? Na ndio maana tunaomba hautawahi kusomewa. Hapo wewe usomewa utabarikiwa ukifanya nini? Mungu alikuwa amekwambia utabarikiwa ukifanya nini? Si wewe ukoombewa na pastor huyo? Ndio. Soma hiyo ndiko tusikie. 11 mstari wa 26 ya Kumbukumbu. Inasemaje? Nasema hivi. Angalieni. Nini? Angalieni. Nini? Nawekea leo mbele yenu hivi baraka na laana. Kumbe Mungu ndiye aliweka laana na akaweka nini? Aliweka laana na akaweka baraka. Tunasoma kitabu cha Deuteronomy chapter 11 verse 26. Kumbukumbu la Taurati 11 mstari wa 26. Tuangalie baraka utapata kufanya nini? Angalieni. Nini? Nawekea mbele yenu hivi leo baraka na laana. Aliweka baraka na nini? Na laana pamoja. Baraka ni hapo mtakapoyasikiza maagizo ya Bwana. Baraka ni hapo. Mungu alisema baraka ni hapo mtakapo sikiliza maagizo ya Bwana, ndio sheria yake. Ndio inakwambiaga usifanye hivi, usifanye hivi, fanya hivi. Usifanye hivi, fanya hivi. Kula hiki, sikia. Kula hiki, kula hiki. Unataka kuoa, usioe bibi ya Kamau, tafuta msichana uoe. Tafuta msichana virgin uoe. Na sasa leo unaambia watu virgin kwamba virgin anamaanisha neti. Ati leo nauliza, unajua kuna pale tumeongea kusikia, kwani leo mavagin wanaishi? Kwani kuna watu walizaliwa kama hayuko virgin? Kwani kuna msichana anazaliwa ambaye si virgin akiwa hayuko virgin? Wanaume nyinyi ndio mnafanya hivyo. Wanaume ni nyinyi mnavunja sheria ya Mungu. Nyinyi ndiko mko juu ya sheria ya Mungu. Sikiliza. Ndio. Wanaume waache nini? Waache kuzini. Na washikilie amri ya Mungu na waifundishe kwenye familia zao. Kumbe tumeona Mungu ndiye aliweka baraka na akaweka nini? Akaweka baraka na laana. Utapata baraka, utabarikiwa ukisikia sheria ya Mungu. Ndio maagizo yake. Nayo laana utapata kufanya nini? Na laana ni hapo msiposikiza maagizo ya Mungu. Na laana ni hapo msiposikiza nini? Maagizo yake Mungu. Na hiyo maagizo ya Mungu ndio sheria yake. Ndio unaambia uilisha. Na kwa sababu sasa unaambia uilisha, kwa hiyo leo unaenda kuombewa ati ili ubarikiwe. Sikiliza. Mwenye anakuombea abarikiwe, mwenye unaenda sikiliza wewe pasta, anakuambia wewe unataka gari. Wewe unataka nini? Wewe unataka gari ama unataka nyumba? Unaambiwa kuja nikuombe. Kuja uombewe, piga magoti tukuombee. Naye pasta akitaka gari ama nyumba, mnafanya nini? Harambee. Kati ya wewe na pasta nani mjinga? Sikia. Tunataka kuambia ukweli ili ukaanze ukijua hiyo. Ukweli kama ulivyo. Waacha kudanganywa waacha kuwa unatapeliwa. Na kwa sababu ni wakati umefika watu waweza kuambiwa ukweli kama ulivyo. Ndio maana tumesimama hapa na tukakwambia hakuna kanisa tunakuitia, hatuwetagi. Hata tujapanga kuanzisha kanisa. Kutii Mungu hahitaji uende kanisa. Wewe nikuulize, unajua kuna mtu anauliza sisi ni wa kanisa gani? Sisi ni wa kanisa gani? Hebu tuambie hivi, usizini, usiibe, ni kanisa gani hiyo? Ni kanisa gani hiyo? Sisi ni hiyo kanisa. Usiibe, ni kanisa gani hiyo? Watii baba yako na mama yako, usijue na Mungu mwingine, ni kanisa gani? Usijifanyie sanamu ya kuchonga, ni kanisa gani hiyo? Kanisa gani hiyo?
Usitamanie vitu za mwenzako. Ni kanisa gani hiyo? Sikiliza hapa. Ndio. Kutii bila maagizo ya Mungu, kutii sheria ya Mungu kama ilivyo na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Na ushuhuda wa Yesu ni yale maneno Yesu aliongea akiwa hapa duniani. Mafunzo yake hapa duniani. Ukiwa na hayo maneno yote kwa pamoja, utakuwa umejua kweli. Na ukishajua kweli, hautaingia kwa hizo madhehebu tena kudanganya. Utakuwa unatembea kwa nuru. Hautaenda tena kwa hizo makanisa. Utajua kuna uongo inaendelea huko. Utajua vile Mungu anataka. Ndio maana ukienda huko, mnaambiwa ni kuomba, mnaombewa. Pasa anafanya aje? Mnaanguka nyote. Na hata nikwambia hao ndio wanakuwa hapo mbele. Hiyo ni sarakasi. Sikiliza hapa. Sikiliza hapa. Anakuambia pokea makontena kutoka China. Na hata jugu hujaiuza hata jugu, unapokea container. Pokea nyumba. Nani alijenga kaacha? Wewe container kutoka China na bado hata jugu karanga hujaiuza. Unasikia hapa? Ndio. Unaambiwa pokea gari. Receive somebody kacha. Unakacha nini? Gari si kupokea, wewe inapokewa. Fanya kazi kwa mikono yako. Na kwa uadilifu. Mungu alisema ufanye kazi siku 6. Abariki hiyo kazi ya mikono yako ili upate pesa ya kununua gari. Gari si kupokea, wewe inapokewa. Nani alinunua kaacha? Wacha kudanganywa na hiyo. Lakini ni sababu ya kupenda mambo ambayo yanapendeza roho yetu. Na kwa sababu watu wanapenda uongo, utapata wakiambiwa wanasema hivi. Na naruka huko. Sana wa mama. Sasa kama ulienda mamia, unaenda nyumbani ukiwa kama hauna pesa. Sana wa mama. Akina mama wako huko. Amkeni. Akina mama amkeni. Acheni kudanganywa tena. Acheni kutapeliwa. Ukitaka kununua gari, fanya kazi kwa mikono na ukuwe mwadilifu mbele ya Mungu. Usikishe sheria ya Mungu itii. Hivyo ndivyo baraka inatokanapo. Sikia hapa. Ndio. Unajua mwanaume si rahisi kumdanganya. Mwanaume ndio maana utaona kanisa imejaa wanaume 10, wanawake 100. Wanawake 100. Yaani uangalie huko kwenye iko, wamama wanakuwa wengi. Huko ndio kwa receive, kina mama wana receive, wanapenda haya maneno. Hata wakati yenye nyoka ambaye ni shetani alipokuja, ndio katika pale Eden, hakukuja akapata Adam. Alipata mwanamume, alikutia mwanamke. Alikuja kwa hivi kwa sababu mwanamke ni rahisi kudanganywa. Sikia hapa. Ndio. Lakini mwanaume huwa anadanganywa na mwanamume. Shetani hata alijua mwanaume si rahisi kumdanganya, lakini akajua kwamba ni rahisi mwanamke kudanganya mwanaume. Sikiliza wanaume. Ndio. Acheni kudanganywa na wanawake. Acheni kudanganywa. Shika sheria ya Mungu mpaka utakajua. Shikeni sheria ya Mungu. Ndio. Ambayo alisema kwamba ukizitenda utabarikiwa, utainuliwa. Hiyo ni matendo, hiyo ni kitabu ya Kumbukumbu la Torati 28. Tuanze hapo mstari wa kwanza, utasikia baraka zinapatikana hapo. Ndio. Mungu alikuwa anasema ukisikia hii yangu ndio sheria yangu, ndio, na mkiitenda, ndio, mtabarikiwa mababa yenu, utabarikiwa kwa uzao wako, utokapo kwako na uingiapo kwako. Kazi yako itabarikiwa. Hiyo jambo dogo unafanya itaneemeshwa. Ndio. Haitaneemeshwa kwa kuombewa. Mungu akisema ukitaka kubarikiwa uombewe. Hiyo ni maneno ya kudanganywa na danganyao wa kanisa. Sikiliza hapa. Unajua hata Mungu amekataa maombi ya mtu ambaye ni mkora. Mungu amekataa. Hata toleo la mtu ambaye ni mkosefu. Toleo la mtu ambaye ni mkosefu. Ndio. Mungu amefanya nini? Amelikataa. Sisi tunasema ama imeandikwa? Imeandikwa. Tusomee pale. Hata tusome pale tuone. Wacha tusikie. Mungu amekataa. Hiyo maombi yako unakuja kumletea na usikiage sheria yake. Wewe achana hiyo maombi. Ndio maana kwa kama kanisa wameenda mpaka leo kuna prayer center. Wewe unaamka unaomba Mwenyezi Mungu ninaomba siku ya leo. Wewe hebu sema ndio tusikie. Hiyo maombi unakuja kuomba huko umekataa sheria ya Mungu. Mungu asikiagi haya maombi. Wewe kwanza tii sheria ya Mungu. Wewe unaanza kusema Mungu na wewe ni mwizi. Si kwanza waache kuiba. Kwanza tii Mungu. Ati wewe ukiingia kwa basi hapa, ndio. Ukiingia kwa basi kwa barabara, ukirudishiwa change zaidi, ndio. Ukirudishiwa nini? Ukirudishiwa change zaidi na makanga pale, wewe ukibeba kwa mama yako,
Usiangalie uone ulichenjiwa zaidi. Ile chenji ilikuwa zaidi ya kiwango kile ulipaswa kurudishiwa. Anaanza kusema na Mungu leo ametenda jambo. Wewe mwizi. Sasa anafanya jambo kupitia wizi. Wewe mwizi. Rudishie pesa ya nani? Ya wenyewe. Mithali 15 mstari wa 8 inasema, unakuja kuomba usikie mwizi. Soma hiyo andiko tusikie. Sadaka ya mtu ambaye anichukize kwa Mungu, sadaka hiyo unakuja kutoa ukiwa mbaya mtumbani mwenye sikiagi sheria ya Mungu ni chukizo. Bali maombi ya mtu mnyofu, bali ya mtu ambaye anazingatia maneno ya Mungu ni furaha yake. Hiyo ni furaha ya Mungu. Kwa hiyo wewe ndio maana leo maombi imekuwa nyingi kuliko matendo. Mengi sana. Sasa leo Wednesday mnaenda maombi, Friday ikifika ni maombi. Unaanza unapiga mpaka wewe sikia hapa. Ndio. Kuna bali kunaendelea hivi. Ndio. Sawa. Kuna bali inaendelea hivi ukiingia kwa kanisa wakati unasikia ni wakati wa maombi. Kila mtu jipeleke mbele ya Bwana. Haleluya. Jipeleke mbele ya Mungu. Baba. Kanda bila kelia, sturu bila maika. Sturu bila maika, kanda bila kelia. Baisikeli ya Baba Jeri. Sikia. Hiyo maombi mnaomba kwa sauti hiyo. Yesu alikataza. Haya maombi yamekatazwa. Nisomee kitabu ya Mathayo 6 mstari wa 5. Mathayo 6 mstari wa 5. Hilo jambo. Hiyo andiko huwezi somewa pale. Hiyo maombi hiyo Yesu alikataa. Wewe unaamka saa 9 usiku. Unaomba kutoka saa 9 usiku mpaka saa 11. Alafu unaenda kwa mama Mwangi akukopea unga. Mama Mwangi si akopee, usimpe. Hao wanataka kuomba kwingi, kufanya kazi ya wafanyi. Sikiliza. Ndio. Leo badala ya watu watii Mungu, maombi ndio imekuwa mingi. Hiyo maombi ndio maana unaomba na Mungu akusikiagi kwa sababu kwanza usikii sheria yake ukaenda. Soma hiyo ndiko tusikia. Mathayo 6 mstari wa 5 inasemaje? Tena msalipo. Yesu alifundisha hivi. Msalipo mnapoomba, msiwe kama wanafiki. Kwani wanafiki hypocrite wanakaa aje? Hebu soma tusikie. Kwa maana wao hupenda kusali hali wamesimama katika masinagogi. Na ndio maana tulipoingia hapa tu kuomba. Hatuombangi mbele ya watu. Yesu ndiye alikataza. Tunasoma kitabu ya Mathayo 6 mstari wa 5. Hapo huwezi somoa kanisa. Hapo huwezi soma kijia crusade hapa. Bwana Yesu tumetakaza hii eneo. Mnatakaza hii eneo. Hii ndio mnakuja utakasa ama ni Mungu akala utakasa? Ama ni Mungu, ama ni neno lake. Hebu soma tusikie. Msiombe kwa masinagogi ndizo misikiti na makanisa. Na katika pembe za njia ni kama mahali ambapo tumesimama hapa. Yesu alikataza. Ili waonekane na watu. Watu wanafanya hivyo waonekane na watu vile wanajua kuomba. Ndio maana wewe ukiwa kanisa ni ya mabati dogo tu. Sawa? Dogo tu. Huko ukiomba Bwana Yesu mabati. Ati bado ni maombi. Ukuta unapigwa ngumi. Ati bado ni maombi. Kwani Mungu I command the Lord. Unakomandi Mungu ni nini? Ni nyanya yako. Mungu si kiziwi tena. I command blessing. Unakomandi blessing. Blessings zinakomandiwa na sheria ya Mungu. Ama ni kutii utatii sheria ubarikiwe na Mungu. Kutii Mungu ubarikiwe. Acheni kudanganywa. Acheni kutapelika. Tumekuja hapa unajua sisi tunasema kweli kama ili bila kuongeza bila kupunguza. Hebu sema hiyo ndiko tuendelea tu pale tusikie. Pembe za njia. Si tulikataa. Yesu amekataza kuombea katika hizo masinagogi, makanisa, mamisikiti. Ndio. Si amekataza? Ndio. Kuombea huko. Ndio. Na akasema kwamba msiombee kwa pembe za njia kama hapa. Ndio. Si ndio? Wacha tusikie Yesu ama ni maombi anakataa. Yesu, tumuulize. Yeshua. Ndio. Ni maombi unakataa. Hebu tuambie. Endelea. Bali yeye usalipo. Kwa hivyo Yesu hajakataa maombi. Hajakataa. Sasa nakupea utaratibu wa maombi. Wakati utakuwa unaomba ufanye aje? Endelea. Ingia katika chumba chako cha ndani. Unaingia katika chumba chako cha wapi? Cha ndani. Ingia katika chumba chako cha ndani, bedroom. Na ukiisha kufunga mlango wako. Ukiisha kufunga nini? Mlango wako. Ni ufunge mlango ama ni macho? Sasa tunaambia twende kanisani badala kwenda chumbani mwetu. Sikia. Kanisani ni chumbani mwako, ni bedroom yako. Sikia hapa
chumbani kwako. Sasa leo Yesu alifundisha ndio umeingia katika chumbani chako. Unaingia chumbani mwangu, ufunge mlango. Nimefunga mlango. Ufunge nini? Nimefunga mlango. Yesu alituonyesha taratibu wa kuomba. Ufunge mlango. Nifunge mlango. Leo badala ya watu wafunge mlango, ndio wanaambia wafunga macho tuombe. Funga macho tuombe. Macho ni mlango. Macho ni mlango. Yesu hakufundisha, hakusema ufunge macho, alisema ufunge mlango. Hebu endelea tusikie. Ndio. Baada ya kufanya hivyo, umeingia katika chumba chako cha ndani, umefunga mlango. Baada ya hiyo, usali mbele ya Mungu Baba aliye sirini. Sasa usali mbele ya Mungu aliye sirini. Na Baba yako anaye siri atakujiza. Naye Mungu huyo aonaye kwa siri atakujibu haya maombi yako. Endelea. Nanyi mkiwa katika kusali. Sasa tumeanza kuomba sasa. Umeingia chumbani mwako mpaka umeanza kusali. Sasa tumeanza kuomba. Unapoomba tufanye aje? Hebu endelea tusikie Yesu anatufunza aje. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke payuke. Msipayuke baba. Turi nice. Really? Sikia. Laini ya Baba inasema msipayuke payu. Huko ni kupayuka payuka. Ori baba kanda bila kelia. Laini ya Baba. Sikia. Msipayuke payu. Msipayuke payuke. Hebu endelea tusikie. Wewe unaomba kwa sauti kubwa. Ati Bwana Yesu, ninakuomba siku ya leo. Nimeomba unibarikia kazi yangu. Ni Mungu naambia ama nimenyoka kwa plate unaambia? Sasa kama hata mtoto wako akuje kukuambia mbele ya watu wanataka. Kwani wewe nikuulize, unapoenda tuseme kama ni mwanafunzi wa shule, ndio mtoto mdogo. Sawa? Ndio. Shule anahitajika school fees. Sawa? Na anataka kiatu. Yote anataka. Akikuja kuongea na baba yake, ndio anakuja kumwambia, "Babu Neshua, katika school fees tunaitisha school fees shule. Sijui nini? Baba mimi sina kiatu. Mimi nataka kiatu." Baba yako atakuangalia hivi atakwambia toka hapa. Anakuja anamwambia vizuri, "Baba, shule tuliambiwa tunahitajika school fees na ninataka kiatu." Nikifika kwa Mungu, kwa nini unaendana na hiyo? Kwa nini Mungu Mungu ni kiziwi? Mungu ni kiziwi. Yesu alifundisha kusikuwe na mambo kama hayo. Hebu endelea tusikie. Unajua watu wafundisha maneno ya Yesu, na Yesu ndio alisema yafundishwe si mengi. Msipayuke payuke kama watu wa mataifa. Kama watu wa nini? Wa mataifa. Kwa sababu watu wa mataifa wanafikiria aje? Hawana sheria. Maana wao udhani ya kuwa, kwa sababu hao udhani ya kuwa watasikia kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Wanafikiria kuomba kutoka saa 9 mpaka saa 11 ndipo watasikika. Mungu anabisikiza. Endelea. Basi msifanane na hao. Msifanane na nini? Nao. Yesu maana Baba yenu nini? Anajua mnayohitaji nini kabla nyinyi hamjamuomba. Si ndio? Very simple. Yesu alifundisha hivi. Sikiliza hapa. Hakuna kitu mpya umepelekea Mungu asitaji mpya umempelekea. Anajua. Wewe kile unakuja kumwambia si ati ajui. Ndio. Na kwanza alikuwa amekwambia, unajua sisi tunataka kuambia Mungu. Na vile Mungu ametuambia hatusikii. Unajua Mungu ametuambia tu sheria yake, ndio akupee hicho kenye unataka. Unaona? Ndio. Tii wazazi wako na baba yako, ubarikiwe. Ubarikiwe. Sasa wewe, ndio. Leo utii baba yako na mama yako, unakuja huku Nairobi unafanya kazi huku. Ndio. Wewe huku unakula nyama chom huku. Sawa sawa? Ndio. Wazazi wako Isaki wanaumia. Wanakunywa turungi. Wewe utabarikiwa aje? Utabarikiwa hao. Utabarikiwa hao. Alafu unaenda kwa kanisa ati kuomba hapo. Na ukifika huko unadanganya na pastor yako ati utabarikiwa, utainuliwa. Wewe acha. Wewe. Usikilize hapa. Mungu anakuambia ukitaka kubarikiwa, ukitaka mambo yako yaende vizuri, fanya hivi na hivi. Sikia sheria ambayo amekuagiza. Mungu anakuambia aje? Amekuambia vile unapaswa kufanya, venye unafaa kufanya ama kutenda ama kutenda. Lakini katika kuomba, ndio wewe unataka uambie Mungu, ndio wewe unataka uambie Mungu, lakini Mungu bila Mungu anakuambia unakataa. Sasa leo tunataka kuambia Mungu, badala Mungu atuambie. Wewe unafikiria utasikika maombi yako? Ndio maana leo watu wameomba. Leo umeomba miaka narudi, unaenda kanisa, maombi yako haijajibiwa. Tafadhali wewe tii sheria ya Mwenyezi Mungu.
Na ndio utajua hata kanisa, hata hiyo kanisa ilikuwa tu inakudanganya. Kwani sikiliza hapa, kwa nini tunaambia watu kanisa kuna uongo inaendelea? Kwa nini tunaambia watu hivyo? Kwa sababu kutii baba yako na mama yako kunahitaji uendake kanisa ili ukuwe na watii ama ni watii. Kwani kuiba usiibe, si Mungu amekataza hivyo? Kuchukua kama ile mayai ambayo inauzwa pale ya mtu mwingine, ndio kunahitaji kuwa unaenda kanisa ili usichukue? Ama ni kukosa kuchukua? Hakuhitaji kukosa kuchukua, hiyo ndio sheria, kutimiza sheria ya Mwenyezi Mungu. Ndio hakuhitaji uendake kanisa. Yaani hata kutii Mungu unajua vile ni rahisi. Kutii Mungu ni rahisi. Sasa leo ni unaambiwa hiyo sheria ya Mungu ni mzito, ati hakuna mtu anaweza tii hiyo sheria ya Mwenyezi Mungu akiwa na mwili wa damu na nyama. Tunataka tuwekwe nini? Uwekwe petroli. Kwa hiyo mwili ili utimize sheria ya Mungu, tujengwe na mwili wa mabati. Kwani usizini, kukosa kuchukua bibi ya king'ori? Hawezi fanya hiyo jambo ukiwa na mwili wa damu. Na hiyo mambo ya kusema ati sheria ya Mungu hakuna mtu anaweza timiza akiwa na mwili wa damu, hiyo ni mapasta waongo, wachungaji. Tulisoma Mungu akasema ako na hasira na wao sana. Wanakuambia sheria ya Mungu ni mzito, ndio. Halafu wanakufundisha umpende Mungu. Kupenda Mungu ni nini? Hebu soma waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 3. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 3. Kupenda Mungu sio vile unafundishao kwa hizo makanisa, misikiti, uongo mtupu. Unajua nasikia wanasimamanga kutoa shuhuda, wanasema mimi unajua nampenda Mungu, mimi naitwa Kimani, niliokolewa mwaka wa 1988 nampenda Mungu, sijasikia kumwacha Mungu, sijasikia kurudi na nyuma, nasikia kuenda na mbele, na nampenda Mungu sana. Nikinyamaza hivi nasikia ninampenda Mungu. I love Jesus. I love Jesus. Mungu sio dem unamletea feelings. Mungu si msichana atukusia mahindi. Kupenda Mungu sio hivyo. Kupenda Mungu ni aje? Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 3. Usikie. Wewe unajua mimi Mungu, unajua nasikia ninapenda Mungu, unajua feelings pelekea huko. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Huku ndiko kufanya nini? Kumpenda Mungu. Huku ndiko kufanya nini? Kumpenda Mungu. Ni aje? Kwamba nini? Tuzishike amri zake. Rudia. Tuzishike amri zake. Rudia. Tuzishike amri zake. Rudia. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Kwamba tuzishike amri zake. Tuzishike nini? Amri zake. Endelea. Wala amri zake si nzito. Ni tuendake kanisa? Ni tufanya nini? Tuzishike amri zake. Nituendake misikiti? Nitufanya nini? Tuzishike amri zake. Wala nini? Amri zake si nzito. Alafu leo unakuja kuambia ati ni mzito. Uone hiyo mtu anakudanganya. Leo ukisikia mtu akifundisha kwamba ati ni kuhubiri, anahubiri, anakwambia sheria ya Mungu ni mzito, ndio. Mwambie huyo na atitue basi anakwambia sheria ya Mungu ni mzito. Hawezi, na ni mwanaume. Sheria ya Mungu ni mzito, ndio. Hawezi timiza ukiwa na mwili wa damu. Hata hiyo sheria hakuna mtu anaweza timiza, ndio. Mungu akipea mwanadamu sheria, unataka kufanya Mungu ndiye aliumba mtu na akakuja akampea hiyo sheria. Tii baba yako, mama yako, ndio. Alafu wewe unataka kusema ati jambo ni mzito. Hebu ambie wewe mwenye anakuambia hivyo akuletee bibi yake. Akuletee bibi yake uone kama atakubali. Si sheria ya Mungu ni mzito. Si Mungu amesema usizini? Niletee bibi yako. Na kuzini ni kuchukua bibi yenyewe, sio? Hebu mwambie yule anakuambia hivyo akuletee bibi yake. Anakuambia tuko chini ya grace na neema. Tuko katika neema. Sawa? Mwambie akuletee bibi yake. Sasa anakuambia sheria ya Mungu iliisha, tuko chini ya neema sasa. Neema iko nini? Mwambie akuletee bibi yake. Uone kama atakubali. Uone kama hatarudi hapa kwa hiyo sheria kusema unajua Mungu amesema usizini. Usizini, na ulikuwa umesema hiyo sheria iliisha. Wewe mhubiri, wewe tapeli. Acha kudanganya watu. Sikiliza hapa. Ndio. Sasa hapa, unajua watu hawachezewa kuambia ukweli. Hapa wajazoea kuambia ukweli. Watu wajazoea kuambia ukweli, wamezoea kuambia mambo ambayo yanawafurahisha. Sasa wakati ambapo unaambia watu kweli, ndio wanasikia kama unawatukana. Wanasikia kwamba ni kama unawatusi. Lakini hiyo jambo ndio si mbaya. Unajua the truth is bitter.
Ukweli chungu. Ukweli ni mchungu. Mkuki kwa nguruwe mtamu, kwa binadamu mchungu. Dawa ni chungu, lakini kunywa ndiko kupona. Ndio maana tunasema ukweli ndio dawa. Maana yokeoni ukweli ndio dawa. Ndio dawa. Na kweli ndio sheria. Ndio ya Mungu. Sikiliza hapa. Tunapoambia kweli tunaona ni kama tunachukana. Hebu nisomee Yeremia. Ndio. 6 mstari wa 10. Hiyo jambo ijaanza leo. Hiyo jambo ya watu kuambia kweli. Wanasikia kama wanatukanwa. Ndio. Ijaanza leo. Ilianza hata wakati wa Yeremia ilikuwa. Hebu soma tusikie. Yeremia 6 mstari wa 10. Hiyo jambo ilikuwa kutoka kitambo. Ndio maana usije ukafikiria ni wewe. Hapana. Wewe sio wewe wa kwanza. Kuna wengine walikutangulia walikuwa kama wewe tu. Lakini mtu mwenye anapenda kweli anasikiaga kweli hivyo ndivyo inapaswa. Hebu soma hiyo ndiko tusikie. Yeremia 6 mstari wa 10 inasema, wakati Yeremia alikuwa anakuja kushuhudia watu maneno ya Mungu, ndio sheria ya Mungu, maneno ya Mungu si mengine, ni sheria yake, ndio maneno ya Mungu aliongea. Ndio. Wakati alikuja kuambia watu kuhusu sheria ya Mungu, na sheria ya Mungu wala inaingilia uongo. Ndio. Hii jambo lilitokea. Hebu soma tusikie. Niseme na nani na kushuhudia? Alikuwa anauliza niseme na nani na kushuhudia? Wapate kusikia. Wapate kusikia. Tazama nini? Sikio lao halikutahiriwa. Wala nini? hawawezi kusikiliza. Wala hawezi kwenye nini? Kusikiliza. Kwa nini? Tazama neno la Mungu. Neno la nani? Na Mungu. Rudia. Neno la Mungu limekuwa matukano kwao. Kwa hivyo inawezekana neno la Mungu likawa matukano kwao hawalifurahii. Inawezekana neno la Mungu likawa matukano kwenu. Kwako. Wewe ndio unasikiliza. Sikiliza. Unapoendelea kuangalia, ndio. Sio tumesimama hapa, watu wanaona tumefunika nywele. Ndio. Tumevalia vitu kwenye nywele, wamezoea pasta anakucheka akiwa hajafunika kichwa. Anazoea kioko ipara hivi ama amenyolewa kidesign fulani. Anakuja akiwa hajafunika nywele. Na ni nywele tumefunika. Sawa sawa? Ndio. Sio na si lazima tuvae hii. Hapana, hii si vazi atakatifu umeombewa ati tuvae hii. Kofia yote ambayo unaona mtu amevaa hapa tunaweza kuvaa. Kofia yote, hata kilemba tunaweza vaa. Hata kilemba ile inavaliwa na skin na ondoa. Ya Korino na hata kama hiyo kofia hiyo amevaa hapa tunaweza vaa. Ndio. Sikiliza hapa. Ndio. Lakini hiyo maneno haifundisha kwa kanisa. Haifundishi pale kanisani. Kwa sababu kanisa inahubiri sheria ya Mungu ili inikuisa. Na hiyo ni uongo. Hiyo ni utapeli na uongo. Huo ni uongo. Yesu alisema katika kitabu ya Mathayo 5 mstari wa 17 kwamba hiyo sheria iwezi isha. Kama unaona bingu, unaona hapa duniani, si unaona nchi, si unaona dunia bado iko, si unaona bingu. Hizo mbili ndio zitaongoza kwa kwanza. Yesu kama beacon. Mathayo 5 mstari wa 17 alisema kwamba Yesu ondoka. Kama unaiona, kama unaziona. Kwa hivyo wewe mhubiri unafundisha kwamba sheria ya Mungu iliisha, haya maneno usemee kwa hewa, si hapa. Haya maneno usemee wapi? Hapa hewani, si hapa. Kwa nini tumefunika nywele? Hebu soma kitabu ya Lawi 21 mstari wa 10. Kwa nini tumekuja hapa tumevaa hata mpaka mavazi? Siona wao wamevaa kanzu. Si hata mimi nimevaa koti. Sasa watu walizoea ati kwamba pastor akikuja lazima akuje amevaa koti kama hii na amenyonga tai. Na amenyonga. Huyo ndio anaweza ongea mambo ya Mungu. Na utoe hiyo tai uweke chini hivi. Angalia, hebu siku moja utoe tai uweke chini hivi ndio unaona nini? Uniambie kama hiyo si nyoka. Saidi ya mbele ni kichwa, hapa chini, huku nyuma ni mkia. Ndio maana akiongea anaongea kama joka. Huyo pastor, haleluya. Na utapeli mwingi kinywani mwake, kwa sababu joka ni shetani. Sikia, na tangulini tai ikakuwa ni nguo. Wajua hizo tai inakuwa ni nguo hapo. Inafunika nini? Tai inafunika nini? Kwa sababu nguo unavaa ili ufunike mwili. Unajua sisi tunasema tai inafunika hapa kwa hii Biblia. Hebu sema pale tusikie. Kwa nini kwanza tumefunika? Tutakuonyesha kwa nini tumevalia mpaka hata hii. Na tujasema kwamba kuvalia koti ni vibaya. 21 mambo ya Lawi inasemaje? Mstari wa 10. Mungu alikuwa amesema kuhani ama mtu ambaye Mungu amemweka ili afundishe maneno yake. Ndio. Huyo mtu akiwa anakaa aje, mtu mwenye amewekwa ambao ndio hao wachungaji hao.
21 mstari wa 10 Mambo ya Lawi inasema naye aliye kuhani mkuu katika nduguze ambaye mafuta ya kutiwa yamemiminiwa kichwani mwake. Huyo ametiwa mafuta na Mungu ili afundishe kweli yake. Endelea. Naye akaweka wakfu ili avae mavazi hayo. Yeye hata ziacha nywele za kichwa chake wazi. Rudia. Yeye hata ziacha wazi nini? Nywele za kichwa chake. Rudia. Yeye hata ziacha wazi nini? Nywele nini? za kichwa chake. Leo wameacha ama hawajawacha? Wameacha. Mungu mgani? Huyo Mungu mwenye aliongea hapo ndio unaambia kwamba hiyo wakati akiongea mpasta wako anakuambia hapana, hiyo wakati ilikuwa ati umesoma Old Testament. Mungu kuna wakati alikuwa kijana akazeeka. Kuna wakati Mungu alisema wewe Mungu tena nyoda kutua atikuli bigai ali kana ali mokeru akiobega ali mwanake neneha. Kuna wakati Mungu alikuwa si mrefu akaerevuka akaerevuka. So wewe mtu anakuchanganya. Mungu alikuwa amesema agano lake hata liarifu kamwe. Hayo maneno yametoka kwa kinywa chake. Hayataondoka. Hebu nisomee Danieli 3 mstari wa 21. Hayo mavazi kama huyu amevalia kanzu hapa. Haya mavazi yaliyo katika Biblia. Watu walikuwa wanavalia mavazi kama hii. Si kusema huyu ni Muislamu, hapana. Leo ukikuja hapa na kanzu utoe Muislamu. Muislamu aliiba hapa. Qur'ani haikutangulia Biblia. Kitabu cha Qur'ani kilikuja nyuma. Biblia aliyokatia Biblia ilikuwa na mavazi kama haya. Ndipo matusikia Danieli 3 mstari wa 21. 3:21 Danieli inasema hivi. Inasemaje? Basi watu hao wakafungwa. Hapa kuna Shadrach, Meshach na Abednego walipotupwa katika tunuru ya moto. Ndio. Kwa sababu ya kukosa kuinamia sanamu. Walazimishwa kuinamia. Ndio Mungu ndiye amesema katika His Ten Commandments. Ndio. Mungu ndiye amesema usishuhudie sanamu ya kuchongwa. Walipokataa kushuhudia kuinamia sanamu ya kuchongwa, Shadrach, Meshach na Abednego wakatupwa kwa moto. Walipotupwa kwa moto walikuwa wanakaaje? Walikuwa wamevalia aje? Wao msikia hao watu wa Mungu walikuwa wamevaa aje? Sasa leo kabisa wabale tusikie. Sawa. Danieli 3 mstari wa 21. Inasemaje? Danieli 3 walikuwa wamevalia aje mavazi ya watu wa Mungu? Soma pale tusikie. Hali wamevalia suruali zao. Hebu anzia hapa moja. Anzia 23 hapa tu. 21, sorry. Danieli 3:21. Basi watu hao wakafungwa. Hali wamevalia suruali zao. Hali wamevalia nini? Suruali zao. Suruali ndizo zinaitwa trousers. Ndio. Suruali ndio nini? Trousers. Umevalia trousers, endelea. Na kanzu zao. Na walikuwa na kanzu kama hii. Ndio. Na joho zao. Na pia walikuwa wamefunika nywele zao na joho zao na vilemba. Na vilemba vyao, na mavazi yao mengine. Kumbe walikuwa na mavazi nini? Mengine. Kuna mavazi mengine. Kuna mavazi mengine. Alikuwa nayo pia. Haya mavazi mengine. Sikiliza. Sasa ndio maana unaona amevalia. Unaona kwanza amevalia hivi. Unapaswa kuvalia hata wewe vaa kanzu. Wewe vaa kanzu. Si kanzu si ya Waislamu. Kanzu ni ya watu wa Mungu. Ni nguo kama nguo ile nyingine, si ati kwamba imeombewa. Kama ni kufunika nywele, funika nywele yako. Hiyo maneno ya kusema na kufunika nywele ni ishara ya kuonyeshana kwamba mwanaume na mwanamke, si mwanaume peke yake, mwanaume na mwanamke. Funika nywele yako. Mungu alikuwa amefundisha hivyo katika sheria yake. Lakini hiyo maneno huwezi ambiwa wa kanisa. Hapana, hiyo fundisha yuko. Kwa sababu huko ni uongo, hafundishagi maneno ya Mungu. Ndio. Sikiliza hapa. Sasa hapa Mungu alikuwa anasema funika nini? Funika nywele za kichwa chako. Kuonyeshana, unajua kufunika nywele yako ukiwa mwanaume mwanamke ni ishara ya kwamba
uko Mungu anakutawala, unatawalika na Mungu, na Mungu anatawala na sheria yake. Sawa sawa, katiba yake ndio sheria yake, kuonyeshana kwamba ndio wewe Mungu anakuagiza fanya hivi usifanye hivi. Unaona haujitawali. Kufunika nywele ishara yake ndio. Sasa leo ukikuja hapa ati wacheni tuombe tueni kofia. Unatoa kofia kwa nini? Ndio kwamba Mungu upasi kutoa kofia. Wako umefunika nywele yako. Hiyo maneno ilifundishwa kinyume. Kwa sababu sheria ya Mungu inafundisha kwamba iliisha na waongo na batapeli na mitume wa uongo. Sikiliza hapa. Wakati unaomba Mungu unapaswa kufunika nywele yako. Ukima wewe ni mwanaume ama wewe ni mwanamke? Kuna mtu hapo anauliza swali. Hapa watu wanauliza maswali huko katika mitandao. Na ukitaka kufikia zaidi, watu katika mtandao wa YouTube unaitwa Divine Messianic Overturn. Ndio. Divine Messianic Overturn. Baada sasa hivi tuko live. Ndio. Sasa hapa kuna mtu anauliza swali. Ati ni swali gani? Anasema hapa kuna wengi hapo nisomee specific Nimeokoka ama ni kusema tu na mdomo nimeokoka na kumpenda Mungu ni vipi? Hebu rudia swali. Kuokoka huyu anauliza, nadhani anauliza kuokoka ni vipi na kumpenda Mungu ni vipi? Kuokoka ni aje? Hebu nisomee. Ndio. Ezekieli 18 mstari 21. Kuokoka Ezekieli 18 mstari 21. Kuokoka si kukiri kwa kinywa chako ati Yesu ni Bwana, Yesu ni mwana wa Mungu. Huko si kuokoka. Hata enda uliza malaya ama anaamini Yesu ni mwana wa Mungu, akatwambia Yesu ni mwana wa Mungu. Hakuna mtu haamini Yesu ni mwana wa Mungu. Akiukiri kwa kinywa chako atakuwa Yesu. Sasa na bubu mbaya. Sasa bubu ambaye haongeagi atapokea wapi? Wanasema tukiri kwa kinywa chetu. Hiyo maneno ilifundishwa na mitume wa uongo. Hebu soma hiyo ndiko tusikie. Kuokoka kweli ni aje? Mungu alikuwa amesema aje? Soma tusikie. Ezekieli 18 mstari wa 21. Inasema hivi. Lakini mtu mbaya akigairi, huyo mtu mbaya Mungu alikuwa amesema akigairi, wewe mwizi ndiye mtu mbaya. Ukigairi uko au taiba, wewe ambaye wewe unazini, wewe malaya, ukiacha umalaya, ukigairi na kuacha dhambi zake zote aliyotenda, na uache dhambi yote ambayo uliyotenda, na kushika amri zangu zote, na kushika amri za Mungu zote, na kutenda yaliyo halali na haki, na kutenda sasa yaliyo halali na haki, hakika ataishi, huyo hata kufa. Huko ndiko kuokoka. Kuokoka ni kutan, si kupigisha magoti. Kutan for evil deeds. Huko ndiko kuokoka. Kutan, si ulikuwa unaelekea hivi? Ulikuwa unaenda ulikuwa unaenda kuiba. Ukasikia kama Mungu amesema usiibe. Ukageuka. Unarudi unaacha kuiba. Unaongoka. Wewe umeokoka. Unaacha uovu. Wewe si lazima upigishe magoti. Uwekelee mikono. Sasa hiyo jambo yake kuja hapa. Piga magoti. Mungu amekataza mambo ya kupigia magoti mtu. Hata malaika alipotoka mbinguni ndio hakusujudiwa. Alikataa baba, alikataa. Hebu soma Ufunuo 19 mstari wa 10. Sasa leo kama malaika ametoka mbinguni na kataa kusujudiwa, wewe unaenda kwa hiyo pastor wako huyo pastor huyo mwizi. Huyo ni mwizi. Unajua ni mwizi kwa nini? Ameiba maneno ya Mungu ili akuchanganye nayo hivi, akuibe wewe, umnunulie gari, umjengee kanisa, duka yake, akuwa anaweza kutapeli wengine pia akitumia maneno ya Mungu. Hebu soma hapa tusikie. Unajua tunakuambia ukweli kama ulivyo. Hebu soma hiyo ndiko tusikie. 19 mstari wa 10. Malaika alikataa kushuhudiwa. Soma tusikie. Sasa huyu ni Yohana amepatana na malaika. Malaika alipotokezea Yohana alifanya aje? Nami nikaanguka mbele ya miguu yake. Yohana alienda akaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akataa kupiga magoti mbele yake amsujudie. Akaniambia, malaika akasema aje? Angalia, usifanye hivi.
Usifanye aje? Hivi. Mimi ni mjoli wako wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu. Msujudie nani? Mungu. Magoti unapaswa kupigia nani? Mungu. Si kupigia mwanadamu. Sasa leo unaambiwa kuja hapa ni kuombea, piga magoti. Piga magoti ni kuombea uokoke. Rudia haya maneno nyuma yangu. Bwana Yesu, uniokoe. Futa jina yangu kwenye kitabu cha kusimu. Uandika kwenye kisikili, andika kwa lini na nani? Nani huyo alifanya hiyo kazi? Kwa nini unadanganywa? Sikiliza. Kuokoka ni kutana, ni kugeuka kutoka na kuachana maovu. Kwa sababu tunaenda tukimalizia. Tuende kufanya nini? Tukimalizia, tungependa kuambia watu hapa. Kila kitu ambacho mtu anapaswa kufanya. Hiyo ni battery inaisha Lele sana, lakini tutawasiliana tu. Sikia. Kila kitu ambacho Mungu ameagiza ufanye ni jambo haya mawili. Hebu nisomee Isaia 8 mstari wa 20. Hebu soma pale tusikie niweze kumalizia. Isaia 8 mstari wa 20. Unapaswa kujitafuta wapi? Wewe umepatwa na mashida. Wewe kazi yako iendelee vizuri. Wewe kazi yako aiendelee vizuri. Wewe ni kijana, umepatwa na shida mpaka kuoa hauwezi oa, miaka yako kuoa imefika. Hauwezi oa, unalala umeweka mikono katikati ya miguu kama mrevu. Unalala na saidi moja kama panga. Ni shida yenye imekukula, hata huwezi pata, hata huwezi oana kwa sababu hata mafanikio umejaza. Sikia, lakini hiyo sio ada ya Mungu. Mungu hakuwa amesema hivyo. Hakuwa amekusubiria hivyo. Miaka yako imefika kijana ya kuoana, haujaoa. Mungu amesema kijana ataacha baba yake na mama yake, aende ashikane na nani? Ashikane na mwingine, kijana mwingine, waunde boma. Bwana na msichana waungane, wajenge boma. Sikia, sasa kwa sababu wewe mashida imekupata mpaka sasa hata kuoa ni shida. Wewe ukiweka biashara yako, uyaka kidogo pale, unakuja kufanya inaisha hivyo. Wewe mambo yako yameharibika. Wewe unawala mabibi wakienda, na ni wewe unawafukuza wewe. Wewe hauwezi kaoleka. Wewe umepatwa na mashida, ati mapepo zinakuingilia, si uende uko mbele. Ati wewe kwenyu kuna mashida hii. Sikiliza, kuna mashida hii, ati mnakuliwa na laana. Mungu alikuwa amesema ujitafuta wapi, ufanye nini? Hebu soma Isaya 8 mstari wa 19. Kwanza hapa tusikie. Na wakati watakapokuambia, wakati kutakuja watu wakuambie, tafuta habari kwa watu wenye pepo na wachawi. Unataka kwenda kujichunguza ni nini inaendelea kwa maisha yako? Ati ni nini inaendelea? Nini inafanya mimi mambo yangu kaa hivi ya kuwa fadhali mambo yangu ya kufadhali? Mimi mashida yenye niko nayo, mimi ninapata na haya mambo, nini nitafanya? Wakati ambapo watakapokuambia, soma, watakapokuambia, tafuta habari kwa watu wenye pepo za wachawi. Uende kwa watu wenye pepo, yani mtu anakuambia, mtu anachunguza kwa pepo. Waliao kama ndege na kunong'ona, ingia kinyume nyuma. Watakati utapata na mashida, usiende kujitafuta kwa hawa watu. Usiende kwa wachawi, kwa waganga. Usiende kwa hawa wanakuhusia vitambaa. Hauoni hiyo ni mganga? Hauoni hiyo ni mganga? Huyo pasta huyo anakupea kitambaa. Hauoni ni mganga wewe? Wewe umejaribu kwa mganga ukaona hivi anafanyaga ndivyo huyo mhubiri anafanyaga. Hivyo tu, usijichunguze kwa hawa kwa mapepo. Ati wewe unaenda kuamsha hapo. Ati unaenda kuvuvua, unaenda kuuliza nyanya zako, babu zako walio ala, ni nini mbaya? Unaenda kuwainua. Ati wakwambie ni nini mbaya? Sasa niambie, babu yako ambaye aliaga hizo enzi, akiaga hakuwa ameacha hii gari. Hii gari hakuwa ameacha. Sasa wewe unapata mashida, wewe unasumbuliwa na mashida ya gari. Wewe uko na ujuzi wa hii gari. Wewe unaenda ati kuamsha babu yako akwambie ni nini inaendelea kwa maisha yako. Atajua aje na gari yako kuachaga. Mungu alikuwa amekataza kuenda kuchunguza kwa wafu.
Je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Haipasi watu kutafuta habari kwa Mungu. Uliza Mungu, Mungu utamuuliza kwa njia gani? Endelea. Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Watu waende, Mungu anauliza, waende kwa watu wamekufa kwa ajili ya watu walio hai. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Mungu anapeana njia. Ndio. Usitafute katika sheria yake na nini? Na ushuhuda. Sheria ya Mungu ni yale maneno Mungu aliongea katika mlima Sinai. Akasema usikuwe unakula hiki. Sasa kama nguruwe, siku watu wanaweza nguruwe. Mungu alikuwa amekataza kula nguruwe. Ndio. Mungu, hebu kwanza nisomee Mambo ya Lawi 11 ili tuenda tukimalizia. 11 mstari wa 6. Mungu alikuwa amekataza. Sasa yeye Mungu aliumba binadamu. Sikilizeni hapa. Mungu alipoumba mwanadamu, alijua huyu mwanadamu ili mwili wake usimletee shida, akule hiki, asikule hiki. Mungu akajua huyu mtu atakuwa anavaa aje. Mungu akapeana sheria, mwanamke avae hivi, mwanamume avae hivi. Hii gari wenye wametengeneza hii gari si imetengenezwa tu, pengine imetengenezwa sijui. Hii gari imetengenezwa pengine tuseme na Mchina. Hii gari ya Mchina hiyo gari ilipoitengeneza, hiyo gari ya petro inaweza maji. Inaweza kwa maji. Gari ya petroli haiwezi kuweka maji ama diesel. Ukiweka maji ama diesel itafanyaje? Itanok. Si ndio? Naye Mungu alipoumba mwanadamu huu mwili tulio nao, alijua huo mwili ukitaka usipatwe na magonjwa, ukulage hiki, wacha kile. Sawa sawa? Mungu ukitaka huo mwili usigojeke magonjwa, uvae hivi. Kwa sababu kujipigisha baridi. Vaa hivi. Usivae hivi. Mwanaume avae hivi, mwanamke avae hivi. Mwanamke avae hivi. Mungu si anajua kile aliumba. Sasa sisi kama gari ya Mchina huwezi yeka, gari ya petroli huwezi yeka diesel. Sasa hii ya Mungu mwili ambao Mungu aliumba tunataka kuweka kila kitu. Kila kitu fagia yote ukiweka juu ya hiyo tu ikafanya tupatwe na haya magonjwa. Hebu nisoma, hiyo imeisha kabisa. Leta hiyo nisome. Katika kitabu ya Mambo ya Lawi 11 mstari wa 6. Mungu alikuwa amesema hivi. Nianza mstari wa 3. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika wanyama. Mungu alikuwa amesema katika wanyama mwenye amepasuka kwato, kama vile unaonaga ng'ombe huko katika miguu. Sema amepasuka kwato. Ni ile ni anakanyaga nayo chini. Na mwenye kucheua, mwenye huwa anachew kati. Pamoja na hayo wanyama hawa hao anasema mwenye kupasuka kati, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani, hao ndio mtakao wala katika wanyama. Kwa hivyo ni mambo mawili tu utaangalia. Uangalie kama hiyo nyama yenye unataka kula, hiyo mnyama anakuwa amepasuka kwato na huwa anacheua. Hiyo mambo mawili. Ukiona hivyo hiyo nyama umekubaliwa kukula. Pamoja na hayo wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua. Wenye hamtawala ni gani? Ni hawa. Na katika wale walio na kwato, ngamia msikule nyama yake, kwa sababu yeye hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na wimbari kwa sababu yeye hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na sungura, nyama ya sungura, kwa sababu yeye ni najisi kwenu, kwa sababu hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Mstari wa 7. Na nguruwe, kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Kwa hivyo Mungu alikuwa amekataza kukula wanyama. Lawi 11 imeongea haya maneno yote. Mungu alikuwa amekataza. Sasa leo ndio bado unapata kuna nini inauzwa nyama ya nguruwe.
Ingine inauza nyama ya zungura. Na nikwambia hivi kitu yenye iko sirini. Unaona hizo nyama za Mungu walikuwa wamekataza kuwa zinakuliwa. Hazina majina. Sasa kama ng'ombe, nyama ya ng'ombe inaitwa beef. Ya mbuzi na vile inaitwa. Nyingine inaitwa matop. Sawa sawa. Ya nguruwe inaitwa waje? Nyama ya nguruwe. Poku si nguruwe. Nyama ya nguruwe inaitwa waje? Nyama ya poku inaitwa waje? Nyama ya nguruwe iko na jina gani? Sikiliza. Nyama ya umbwa iko na jina gani? Inaitwa waje nyama ya nguruwe? Hiyo microphone iko na nini? Huyu atuambie inaitwa waje huyu. Tuambie nyama ya nguruwe inaitwa waje? Ya ng'ombe inaitwa beef. Sikiliza. Zenye Mungu alikuwa amekataza. Nyama zenye Mungu alikuwa amekataza sikuli yako. Sasa leo zimefunguliwa. Jiulize wewe, kwani wewe bucheri ya ng'ombe ukienda hapo uulize nyama ya nguruwe inaitwa waje? Nyama ya nguruwe kwa Kiswahili inaitwa waje? Si ndio nakuuliza? Nyama ya nguruwe inaitwa waje? Sikiliza hapa. Mungu alikuwa amekataza katika kitabu ya Mambo ya Lawi 11 mstari wa 7. Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hachewi. Yeye ni najisi kwenu. Msile nyama yao wala msiguze mizoga yao. Hao ni najisi kwenu. Mungu alikuwa amesema hivyo. Sasa leo haya maneno ukisikia hivyo, leo unaanza kutafutilia. Leo utafanya kazi kubwa sana kutafutilia nyama ya nguruwe inaitwa waje. Utatafutilia, lakini Mungu alikuwa amekataza isikuli yako. Na sasa juu tulianza ukulaga, hata leo ukiambia mtu hivyo anakuambia nyama ya nguruwe na vile inakuwa tamu. Acha nikwambie dhambi ni tamu. Kwani unafikiria kusini? Kwani unafikiria kusini? Kwa sababu dhambi ni wasi wa sheria. Wewe unafikiria kusini ati ni uchungu? Kwani watu wakiingia, mwanaume na mwanamke wakiingia pale, bibi yenyewe na bwana yenyewe waingia karimu pale, wakiingia huko ndani wanaenda huko ati unasikia wakipiga duru wakilia. Kai. Hapana nani? Ati analia. Dhambi inakuwa tamu. Kwani kusini unafikiria kusini sikia dhambi inakuwa tamu. Na ndio maana ile nyama ya nguruwe ni tamu. Unaona tukiangalia hivyo kwa sababu already kumeshafunguliwa. Yule anasema kama ile yenye tunaona pale anasema wewe leo sitapata customer. Mungu alikuwa amekataza hiyo jambo. Sikia. Na kwa sababu tu ya kuhubiriwa kwamba sheria ya Mungu iliisha, tukaanza kupatwa na magonjwa. Wacha tusikie magonjwa hayo ambayo yalianza kutupata ni magani. Tumeanza ukula mpaka kile Mungu alikuwa amekataza. Nayo hii shida ikatupata. Kumbukumbu ya Torati 28 mstari wa 21. Mungu alikuwa amesema mtakapokosa kusikia haya maagizo yangu, mtakapokosa kuyasikia, na haya mambo, maagizo ya Mungu ndio sheria yake, haya mambo yatawapata. Inasema hivi.